Alright, asante sana pozi, tena pozi kibisha. Chiruta taito la horror cinema. Niko hapa basi ni stara moja tena maridadi zaidi. Tena kwa nguvu na uwezo wake Mwenyezi Mungu tunakuja kulianza picha letu ishi design kama hii shasha. Kuna mmoja fulani mwandishi wa magazeti tena hapa basi bila shaka pale jamaa ambaye anafanya kazi kwa radio ndio huyu. Kumbe alikuwa ameongea vibaya kuhusu hapa basi bila shaka pale huyu jangili. Jangili kwa jina la Ashish Verdiati alikuja akaitwa. Jeff Kulia. Ati kwenye kipindi ya Koihulia ulisema ati mimi ni gaidi. Si ndio ulishika buzi. Buzi ni brother yako. Buzi hata kama ni rape mnyama, ulikuwa mnyama wako. Hapana mimi ni kazi nafanyaga. Hadi pigwa visu. Jeff Kulia alipigwa visu. Kumbe driver wa taxi ile aina ya tuktuk alikuja kuita watu. Jeff Kulia amepigwa na visu mingi sana hapa, watu kujeni. Sasa katika harakati ya kuita watu kwa kuja mpaka polisi. Sasa yule jangili ambaye hapa basi jina lake la sinema ni Matubai ama kupenda jina lake original Ashisha Vidiarthi alikamatwa na magaidi. Mwenye amefanya kamatwe ni driver wa tuktuk. Sasa driver wa tuktuk ndiye huyu anaitwa Karajanoe. Karajanoe Mumani ndiye huyu Karajanoe Mumani, yeye hana story mingi, ni driver wa tuktuk. Hapa basi ako na bibi na mtoto. Unaona? Yeye ni driver wa tuktuk. Lakini hakujua alisababisha moja kati ya magaidi hatari sana huku mtaani kukamatwa. Gaidi kukamatwa, alihongana akawachiliwa. Makusa. Sasa jangili alikuja manyumbani kwake driver wa tuktuk. Driver wa tuktuk mwenyewe ndio huyu. Wewe ukaniitania polisi. Si ndio sasa niliona unaduga Jeff Kulia na visu. Sasa ningefanya namna gani? Akaamua it was not your business. It was none of your business. Mimi ufanye venye ninataka. Mimi huwa mtu nikitaka. Alidunga bibi yake kisu. Alidunga bibi ya driver kisu design kama hiyo. Kisha akamuongezea hapa basi kisu kingine kumdunga yani. Mama akazirai akaanguka. Huku driver wa tuktuk akitazama. Chukua. Vunjwa mkono, cheki. Alikamata kisu kwa mdomo, akamfunga mkono haba si akimvunja, na mtoto wao kwa hapa anajionea kile kitendo. Akamfunga staro kama hiyo. Kisha akaanza kumweka uoga, akimwambia today you die. Kisha akamchinja kama mbuzi. Akamchinja kama mbuzi. Kumaliza. Kwa sababu ya kumuitania tu kwa wanapolisi. Driver wa tuktuk kwisha maneno. Mtoto wao alifunikwa mdomo sara kama hiyo, na kisha magaidi wakamwacha basi akiwa mwenye ghadhabu zaidi na wakaamua kuchomoka. Mama yuko hali mahututi, lakini mzee ameuawa. Mtoto kawachwa hadharani sara kama hiyo. Majirani na watu wenye heri njema waweza kukuingilia baada ya madakika kadha wa kadha. Ikasemekana mama yako hali mahututi, lakini anahitaji milioni 1 kufanya operation. Sasa hapa basi kuna mzee fulani alikuingilia. Kijana, mama yako anahitaji 1 million. Umesave nini? Gai. Utakanya mkalia usave iteke mwana. Basi umesave nini ndio uokoe mama yako at least? Kai, mimi hata sijui kusave ni kusema nini. Wacha atakuwa na kitu ya kusave. Kusave yenyewe sijui ni kumaanisha nini. Wewe saidia mama yangu. Sasa nitakusaidia namna gani kijana? Iruta onongoro kwa bole, iruta tu kijana. Toa ile pesa uko nayo. Lakini punde si punde kulikuja milionea fulani. Kijana akaambiwa kuna milionea ambaye amejitolea kulipa bili ya mamako. Bora ukubali kufanya chenye ambacho atakwambia. Unaonaje? Sasa hivi waweza karna hoga. Hawa ni wale watu wako na pesa sana. Hawa ni wale watu yani kuna mtu mmoja ako na pesa sana hapa. Huyu ni mtu mpaka anaweza nunua mlima. Unaona? Kijana akadai basi as long as ataweza kulipa bili ya hospitali mamangu afanye operation. Juu mamangu asipofanya operation atakufa. Basi mimi nitafanya venye nataka. Basi hospitali kalipwa. Cheki maneno. Hospitali kalipwa stara kama hiyo. Huku kijana akakuja kaambia mama, sijui ni kazi gani nataka kupatiwa, lakini hawa watu watanibeba. Mradi tu basi wa kufanya operation. One day one time basi tuweze kuonana. Hata hivyo mama, wewe hapa basi kwa heri. Kijana kambu sasa hospitali imelipwa. Na nyoa mpaka madaktari wakadai kila kitu imelipwa. Lakini sasa kuna kijana
huyu kijana kuna kazi anafaa kufanyia hapa, basi bila shaka pale majamaa fulani ambao wako hapa, tajiri fulani ambaye ako hapa. Wololo yeye kijana hajui ni nini. Sasa kijana alikuja akaitwa na tajiri mwenyewe akaitwa. Unasikia ni mtu tajiri sana. Mtu mpaka anaweza nunua mlima mountain. Mtu tajiri sana. Kijana akaambiwa sikiza. Huyu milionea mtoto wake wa lika yako ameua watchman. Kuua watchman kwa kumpiga risasi amehukumiwa miaka 12 gerezani. Mtoto wa huyu milionea amehukumiwa miaka 12 gerezani. Okay, si aende basi akae gerezani. Akaambiwa sikiza. Ndio kwa maana hospitali imelipwa. Juu huyo kijana ni walika yako, tutaandika jina yake kwa ndiye ameingia gerezani, lakini wewe upelekwa gerezani. Juu huyu mtu ni milionea, mtoto wake hafai kwenda gerezani. Na wewe kaye, si ndiye ameua? Akaambiwa na wewe umelipwa hospitali. Okay, haisuru. Kwa sababu tumekulipia hospitali, unaenda gerezani kwa jina la mtoto wa huyu mzee, kisha isemekana wewe ndio umeweza kufanya mauaji. Kijana kusoma mastaka kotini alikubali. Akadai wacha awekwe ndani, lakini hakuwa maisha ya mamake. Prakash Raj utampata kwenye sinema. Ashish Vidyadhi nishakuonyesha. Ala, ni Hashar Mabia. Utaweza kumpata hapa basi kwenye sinema, ni kwenye roti za introduction. Kijana alikubali kupolea muda wa miaka 12 gerezani, kisha na maana kuokoa maisha ya mamake. Alikuwa na maisha magumu zaidi pale gerezani. Mwanzo yeye ni innocent, alikuliwa sana na umbu na inzi, lakini ndivyo hivyo hapa basi maisha ya gerezani, gereza na watoto. Just imagine. Alikuwa amedanganywa ati atakuwa anapatiwa nafasi ya kuona mamake. Sasa nakuja kuambia ule soja huyu, tafadhali wacha nikaone mamangu. Ati kitu gani? Uko gerezani unataka kuona mama yako? Unataka kunyonya? Oh ye. Timae kijana anateswa. Kaa huko nyuma. Oh ye yai. Watu wanakula mara mbili ya kisukumwa. Maisha ikawa ngumu zaidi. Ananyang'anywa mayai. Juu gerezani kuna kuanga na siku ya mayai ya boiro. Sasa siku ya mayai ya boiro yeye ananyang'anywa. Introduction baada ya sinema. Maisha yakiendelea kuwa mangumu, lakini anadai as long as one day atachomoka hapa pata mamake. Ajari. We, mliniambia nitakuwa naenda kuona mamangu. Ati kitu gani? Kuona mama yako? Mimi naona kama mimi ni mama yako. Nakuja kuniambia ni utaweza kuona mama yako hapa ni gerezani. Hala? Usidhani atumekuja hapa matembezi? Usifikiria ati hapa ni kabzabe ati uko kwa bidii ya ndani, ukitaka kutoka unatoka. Oh yeah. Sasa maisha venye ilikuwa mangumu ikamfanya awe hard. Ina maana gani? Ikamfanya basi hawezi kukaa ngumu. Ukimnyang'anya unatapika. Mmezoea. Siku ya mayai leo ni dikari itube tapika. Taeka. We, hataki mchezo. Na anaenda anaosha na anasosi. Hala. Mayai yangu hakuna mtu atasosi tena. Akawa mungumu. Nilale naambia na angali sosi. Ninaosha na nina sosi. Mayai yangu hakuna kijana atakula tena. Hebu tukuja kupata 12 years later, baada ya miaka 12. Kwa hivyo niko maanisha juu alifungwa kifungo cha miaka 12, niko maanisha basi amekuwa pale gerezani. Sasa obvious ameshakuwa kijana mkubwa. Amekuwa modo mogima na muda ama hapa basi kifungo chake kimeisha. Sasa kuna jokopai fulani kwa jina la Reddy. Reddy anakuaga hapa basi yeye ni mtu wa kunoragwa na polisi. Party? Jail में? Sasa alikuja kaambia polisi siku yetu ya kutoka gerezani imeisha. Na juu kuna watu wameishi kucheza na sisi, nataka kuomba ruhusa. Mkubali tu tuache tumewatandika. Hai, mtandike ndio sisi ni kutoka tunatoka gerezani. Huyu sasa jina lake ni Reddy. Reddy akadai kuna watu wameishi kututesa hapa. Na juu sisi ni kuchomoka tunachomoka. Tunataka kuacha tumewatandika. Tupatie risali moja tu. Bas bahar se tala. Risali moja tu tafadhali. Mombati. Okay, nimewapatia risali moja. Okay, asante afisa, asante sana. Unajua tumekaa na nyinyi miaka mingi sana hapa. Na ni risali moja. Akamwambia hapana, hataki masaa mawili, tunataka risali moja. Okay. Akakuja mbio. Bash. Alikuja kumpata sasa jamaa Rishtari kwenye sinema. Kijana ashakuwa mkubwa. Richana kuwa ameporea miaka 12 hapa gerezani. Kijana wetu hapa basi bila shaka pale ndio huyo. Ram Charan Teja. Asante sana. Ram Charan Teja. Kuna watu wameishi kuwatesa wakiwa na huyu hapa basi besti yake. Kwa hivyo alikuja akajifunika stara kama hii.
amemaliza kifungo chake, lakini anataka kuacha, amefanya revenge, akajifunika. Wow! Anataka kurevenge. Mwanzo kuna watu wameishi kuwatesa. Mukakula chakula yangu mukanikojolea masikio sasa mtapenda. Bash. Mukadunga mishipa yangu, mukakunywa damu yangu. Ero hapa ni gerezani, hakuna kitu ufanyiwi. Baka kulazimishwa utoe kamasi na hauna. We, bash. Alikuja mbio mbio, mwanzo unaona anakuja mbio mbio stari kama hii. Mbele amepatiwa lidhali moja. Amepatiwa risari moja. Mpaka kwa cube, pahali ambapo wale magaidi walipo. Mukanitesa. Mukafanya branda, mukanitesa. Sasa wanashindwa. Nani wanajifanya ninja? Na wao ndio kusema kwa lile gereza. Unatujua, unauliza nani kama anajua, anawajua. Unauliza nani kama anawajua? Ni nani unauliza kama anawajua? Ukaha. Kuja kipande hii. Kauda. Kauda. Ni mimi maishi kutesa namna kama hii. Wase waliona wao. Mayai yangu mnakula. Siku ya nyama mimi nakulaga mifupa juu yenyu. Jina lake ni Ramcharanteja. Salala. Aliwaandalia wale magaidi. Wamewahi kwanza wakaamua kumfunika. Mwanzo hawajamjua, pasua mfereji kisha skafu yenye amejifunika wakavuruta wakamfungua ili waweze kumuona vizuri. Sasa cheki. Asante sana. Maridadi tena pose kibisha. Rama Charana Tieja. Kunitesa mumenitesa. Kuninyang'anya mumeninyang'anya. Kuninyonya mpaka damu. Imagine mtazamaji, mtu anakuja na shindano, anakuambia atuacha akunywe damu yako kidogo. Mwingine anakupiga na maji stare kama sasa, anakumbuka venye amewahi fanyiwa makosa yote yenye wamewahi mfanya. Unakuja na kashindano, unanitoboa masikio, unakunywa damu yangu ati uko na kiu. Damu yangu unakunywa ati juu uko na kiu. Hiyo ni tabia gani? Sasa siku ya kulipa imefika. Niloja mama wetu wako karibu kuchomoka kama moja. Kisha jaribu kumfinya na vitanda. Lakini wapi? Santa. Wale wafungwa wengine wanashangilia. Enyewe hichi kikosi kimeishi kutesa watu wote. Na chuma yake pasuliwa. Ramcharanteja. Washalala. Kisha nani mwingine? Ushagongwa, chuma ikaumia. Unagongwa, chuma inaumia. Washalala. Kula kinyezi. Kisha wewe gai kuumiza chuma na kichwa. Kisha mwingine shalala. Miss toka. Why? Chunga kugongwa na mama jamaa wetu. Anawavunja. Wewe polisi. Polisi, unaona huyu? Okay, mimi si yuko hapa. Unaita nani? Mimi si yuko hapa. Mimi niko kwa ofisi. Miss toy. Ero polisi. Sasa wajifanya waoni chochote. Kwa hivyo wanaendelea kujifanya waoni chochote. Polisi sasa wanajifanya hakuna kitu ambacho wanaona. Oye yai. Kana goko. Kuja kibanda hii. Kauda hii. Pio. Okaji kiamosha kwa hii ni oro. Kauda. Unaweza nifanyia kitu kama hiyo? Unakuja unaramba jicho yangu ndani. Ati unataka kusikia jicho inaojaga namna gani? Unaniramba jicho ndani. Imagine mtu ati juu kwa gerezani anakuja, anakuambia fungua jicho, anaramba jicho lako ndani. Ati asikie venye jicho, ati hajai kula jicho ya mtu. Asikie venye inaonjaga. Walikuwa wamemfanyia dhambi mingi zaidi. Imagine mtu anakuja anakuambia ati anataka kuona ulimi yako venye inatoshana. Anapima na foot. Imagine, sasa walipigwa kisha watu wakawekwa hapa namna hiyo. Waza akakumbuka venye wale mnyang'anya mayai akakula. Ukakula mayai yangu. Kwa lirongo.
Pole. Pole haiponyeshi. Nao venye wameona waliitwa na mkuu wa polisi. Ndio sasa mkuu wa polisi ambaye hapa basi bila shaka pale jina lake original ni Sayaji Sinde. Sayaji Sinde alikuja kuwaita. Sasa wakiulizwa nani wamewapiga wanasema hakuna, ni kuanguka. Hawataki kusema wasije wakatandikwa stare kama hiyo tena. Kisha jamaa wetu sasa yeye wakiwa na huyu besti yake umemaliza wakati na muda wa kupolea pale gerezani. Iko maana hapa basi umemaliza kifungo chao. Na kwa hivyo sasa hapa basi ni kuchomoka. Kwa hivyo jamaa wetu alikuja kamba amekuwa na tabia mzuri sana pale gerezani. Unaona? Yeye mwenyewe ndiye alikiri alifanya mauaji. Akuwa kijana wa umri wa miaka 12. Lakini hapa gerezani ameonyesha hapa basi discipline ya hali ya juu zaidi. Ameonyesha discipline ya hali ya juu zaidi. Na kwa hivyo akaambiwa please don't come back. Usifanye makosa mengine ya kufanya urudi hapa. Wakatoka. Imagine miaka 12 wamekuwa gerezani. Wamekuwa gerezani for 12 years. Washalala. Basi ikawa ndivyo hivyo. Jamaa wetu sasa ni aende akatafute wazazi wake. Ramcharan Teja akatafute mamake. Ilo babake aliuawa lakini aliwacha mamake. Sasa kukuja pale ilikuwa karibu na kwao. Ai. Hapa ndipo ilikuwa home. Sasa kumetengenezwa soko. Unataka namna gani? Huku kulikuwa kwetu. Huku kulitengenezwa soko tunauzaga mayai boiro. Ai. Kwetu kunezaje geuka kukua kijana. Kwani wewe ulikuwa wapi? Kwetu ni wapi? Ati kwenyu ni wapi? Kwani uko msik? Wito niko. Nakuja kuuliza kwetu ni wapi? Naomba uniambie kwetu ni wapi. Tafadhalini niambieni kwetu ni wapi. Haya. Halo, kwetu ni wapi? Ati kwenyu. Wewe ukuje kuniuliza kwenyu ni wapi? Haya. Okay, alikuja kwa hii ofisi ya huduma bora. Huduma kwa wote. Olala yai. Maasemilla. Ya. Akapatiana hadithi yake yote, akahadithiana hapa basi venye kulitendeka. Kumbe huyu mzee anajua kila kitu. Kwa hivyo mzee alikuja akamwambia, "Oi, kijana ni wewe." Pole sana. Akamuuliza kwani mamangu wako wapi? Akaambiwa sikiza. Mamako alikufa. Nilifanya kila kitu ambacho ningeweza kufanya lakini alikufa. Pole. अगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारे पिता का गम अभी हल्का नहीं हुआ. Kwa hivyo chenye tu ambacho naweza nikakufanya, siwezi nikakupeleka kwenyu juu hata sijui kwenyu kulienda wapi. Kai. Kwetu kunaweza kuwa kulihama kwenyu kulihama, sasa ile kitu iko ni kuja nikuonesha pahali mamako alizikwa. Mamako alizikwa karibu na babako. Hiyo tu. Ndio hilo kaburi la mamako kando na kaburi la babako. Ni shida na taabu. Jamaa wetu hana kwao. Kwao kulipotea. Babake aliuawa hadharani mbele ya macho yake. Na kisha naye mamake ndio huyu alikufa. Sasa alikuja kwa ile huduma akaambia huyu jamaa manze, nitafutie job. Nitafutie kazi. Akafahamishwa ile kazi naweza kukupatia. Juu naona uko na stress sana ukiwa hapa basi upande wa Hyderabad hapa India. Nitakupatia job hapa basi upande wa Bangkok Thailand. Jamaa wetu akaambiwa hapa sehemu tofauti tofauti ambazo anaweza enda job, lakini akadai yeye anataka kwenda hapa basi upande wa Bangkok Thailand. Alright. Hata mimi nataka kutafuta kazi. Mwenzake akaabua hapana, wewe enda ukatafute kazi kwa Modhoi. Punde si punde kukapita manzi fulani ya raizi. Yule manzi karibu wakanyanga gonga pikipiki. Design kama hiyo. Ramcharan Teja akajam. Ramcharan Teja akajam. Unawezaje fanya kitendo kama hicho? Kumfuata hapa basi bila shaka pale yule manzi ambaye amegonga pikipiki lao. Mbio mbio kuwa na machungu. Yaani nimetoka gerezani hivi karibuni na kisha nakuja kunifanyia hapa basi kitendo kama hicho. Utapenda. Sikuachi. Sasa nikanyange. Mutalipa pikipiki. Nikanyange sasa. My emergency brake. Toka. Unawezaje kufanya kitendo kama
wacha atazame upande wa ndani aone urembo ulio na huyu mrembo manzi, mrembo wa warembo juu ya warembo. Nani akoyo nogo yeye wanawezaje wacha tuwaue wanawezaje fanya kitendo kama we ni mrembo. So kama ni mrembo nini kama ni mrembo nini sasa hapa basi Red ameleta shida. Akaambiwa ni mrembo kama ni warembo wachana na wao. Ni manze kwa jina la Neha Sharma, jina lake original, jina la sinema Sanjana. Sanjana ni mtoto wake Prakash Raj. Sasa Prakash Raj alikuwa amekuja hapa basi kumchua Mwamanzi kwenye kituo cha wanapolisi mwanzo, ile ripoti ilifikia wanapolisi. Sasa Prakash Raj na yeye ni tajiri, ni mtu tajiri sana, baka anaweza nunua mvua, asema mvua isinyeshe Roitogito inyeshe kwake pale Thogonoi. Tajiri sana, mbaya mbovu. Salianza kudai mtoto wangu mtoto wangu. Watu wenye hawana gari wanakuwa na ubaya sana na mtu mwenye ako na gari. Unaona pia wale watu ambao hawana ndege ndio wenye gari, nao wanakuwa na wivu sana na watu wenye ndege. Ni kweli mkubwa. Hata watu wenye hawana meli wanakuwa. Sasa wewe na wewe nani amekuuliza mambo ya watu wenye meli? Ndio sasa hapa ni kwenye kituo cha wanapolisi. Haya, na jamaa wetu anahitaji passport ili aende upande wa Bangkok. Kale kamanzi kalikuja kakapita hapa. Cheki. Kanafikiria huyu ndiye asa pretended, kakamfunika macho. Jamaa wetu akashindwa ni nani huyu? Huyu sasa Sanjana. Ono ya. Jina lake kamili ni Neha Sharma. We, nani huyu? Mwanza nadhani huyu ndiye mkuu wa hii station. Na mkuu wa hii station anafaa kuwa basi baba ya beshte yake. Unafanya nini ndio baba yako hapa? Ati baba yangu, uone huyo ni kijana. Huyu sio baba yako? Hapana, huyo sio mkubwa wa hii station. Okay, pole sana nani. Mwanza alikuwa amekuja kuandikisha kuhusu venye alifanya accident barabarani. Na jamaa wetu amekuja kwenye kituo cha wanapolisi hapa basi kuja kuomba passport. Sasa yule mkuu wa wanapolisi ndio huyu. Binti yake pamoja na kina Sanjana wanataka kwenda hapa basi out ya New Year. Bavara ye, si nilitoka gerezani na umeona nimetengeneza jina nataka niandikie statement ya kuoneshana nipatiwe cheti cha kusafiri. Tafadhali yani passport. Hata mimi nataka. Wewe huwezi pata kazi. Wewe kama unataka kazi enda kwa Muthoi. Wokyo. Haya, sasa next day ile siku iliweza kufuata. Jamaa wetu alikuja hapa basi bila shaka akapata kila kitu imetayarishwa na kwa hivyo akaweza kupata hata passport. Serikali ilimsaidia kupata passport mwanzo. Alikuwa na discipline sana akuwa pale gerezani. Alright. Hata hivyo hapa basi bila shaka pale jamaa wetu hata ameweza kupata job na akafahamishwa hapa basi aweze kuelekea upande wa Thailand. Wanapolisi wanampatia cheti na kisha hatimaye wakamsainia document zote wakidai ni jamaa ambaye ameweza kubadilika, na kwa hivyo ni jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale anaweza fanya nini? Ni jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale anaweza safiri akitaka. Lakini sasa kale kamanzi kanamuua vyenye hujawahi ona shasha. Kale kamanzi hata niko kanafanya jamaa wetu akubali kwenda upande wa Bangkok Thailand. Kale kamanzi sasa Neha Sharma yani Sanjana ndiye hapa basi anafanya jamaa wetu aweze kuelekea basi upande wa Bangkok Thailand. Hata hivyo kila kitu iko seti. Lakini alikuja kambi ule best yake. Mimi nataka kwenda hapa basi bila shaka pale upande wa Bangkok Thailand. Lakini kuna kitu moja nataka kabla sijaenda nione haka kadem. Kambu Mwanza amewekewa ulinzi bana. Lakini hata hivyo jamaa wetu hataki kujua. Cheki. Sasa walikuja kufanya nini? Walikuja ndio watchman. Ni Joyful Motage. Sasa Joyful Motage ndiye huyu. Yeye ni muziki tu. Kumwana mbeli huma yaye. Kumwana mbeli. Huyu anaitwa Joyful Motage. Wewe si unataka kurekodi music si ndio? Ndiye huyu producer. Unataka kucheza? Ndio mimi naitwa Joyful Motage. Na mimi nataka kuwa music. Basi mimi nakuwa producer. Okay. Unataka kusema mimi na record music yangu isikike kwa radio? Ndio bwana. Huyu jamaa atanisaidia Haya, wapi? Nataka kuwa superstar. Yani mimi sasa akaambiwa sikiza.
endeni na hapo muongee. Okay, amesema amekubali kuproduce. Kuja toto, kaa hapa mnene. Siwezi kaa na nyinyi. Haya. Sasa hii wibo yako inaitwa namna gani? Andika, niambie wibo yako inaitwa namna gani? Kuja tuongee hii mambo. Sasa wakati Watchman aliingia kule upande wa nani, Jeffrey Mutange alizobaishwa. Naye jamaa wetu akaamua kwenda kuona ule manzi. वैसे एक्टिंग तो तेरी Sasa unataka kusema yani hiyo muziki unaweza cheza mpaka gitaa? म्यूजिक तो मेरी Mwambie unasema nini? Wakati anazubaisha sare kama hiyo. Hapa basi naye jamaa wetu amekuja kuona yule manzi. Mwanzo anataka kuelekea upande wa प्यार करे Una anacheza. लो कुछ प्यार कसम से मार ही डालोगे तब इसी गाने का Unasikia anaweza cheza muziki? Hai si ndio uko chojo sana Jeffrey Mutange. Kumbe sasa nako kamanzi ndiko haka. Mutazamaji. Kamwambia waacha hiyo wibo, niko na ingine. लुक चुप प्यार करे यो प्यार मेरा दुनिया से निराला तू गोरी मैं हूँ काला Unaweza rap nani? Unaweza rap. Sasa hiyo ni kuzubaishwa wewe Jeffrey Mutange. Wakati anazubaishwa, naye jamaa wetu amekuja tu kuona venye kale kamanzi kanafanana. Unaona? Kuja kuona kale kamanzi tu venye kanafanana. चुप आजा लुक Une bado anacheza ati nyimbo zenye anataka kusaidiwa. लो एवरीबॉडी आजा लुक चुप प्यार करे आजा 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 आना Nani kudanganywa hapa, hakuna producer ako hapa. Kamwambia niko na ingine mpaka noma sana. आजा लुक चुप प्यार करे Huko naye jamaa wetu ni kuja. Manzi alimsikia. Mwesi. Nimesahau na kazi. Jeffrey Mutange akakuja bio. Mimi niko tu hapa, sijatoka hapa. Manzi nakuambia kamanzi kameiva. Bangkok, Thailand. Alright. Jamaa wetu aliweza kukuingilia sasa moja kwa moja hadi upande wa Bangkok, Thailand. Huku ndiko ameitwa kazi na kampani fulani hapa basi ya tourist. Na kwa hivyo aliweza kukuingilia hapa basi upande wa Bangkok, Thailand. Ashalala. Sasa amegojewa stare kama hiyo. Mimi ndiye unagojea. Ni wewe Ramcharanteja. Okay, sawa. बबलू चरण से हेलो Alikuja kafanya introduction. Nani mdozi wa raisi? Walala yaye. Kamodhe kwa jina la MS Naraya. MS Naraya ndiye huyu. Ako na kampani la usafirishaji na tourism. Yani kusafirisha watu, kutembeza watu hapo pano Bangkok, Thailand. Especially kama we hapa basi if you are an Indian, kama umechoma kwa upande hapa basi wa India, ukifika hapa basi huyu mudhendi anakuonyesha maraundi. Kwa hivyo anafanya kazi ya tourism. ब्यूटी Jina lake kamili bishi huyu mzee ni MS Naraya. Asante sana maradadi tena pose kibisha. Kwa hivyo aliweza kumuita jamaa wetu na kumfahamisha tumetumiwa wewe na basi kazi tayari umepata. Na Ma-Indians wakifika hapa lazima uchape nao raundi huku ukionyesha venye Bangkok inapolea. Na tena ukionyesha hapa basi bila shaka pale pahali pa kulala, pahali pa kupata chakula na kadhalika. Kuja kaletwa na manono. Huyu naye ni wale watu wanakuraga ni kama hawataikula kesho. Amenona mpaka sikio. Imagine mpaka nywele zake zimenona. Kwani unakuraga nini? Mimi badala ya kushinda nikipika mafuta na ati chakula na mafuta, nakuraga hiyo mafuta. Nakuraga hiyo mafuta sasa, mimi sasa. Alright. Jamaa wetu siku moja 2 3 4 hivi akatembezwa, kaonyeshwa sehemu ambazo basi matourist wanaendaga, na kwa hivyo mara moja basi akaanza kazi. Kwa hivyo akawa anapeleka watu kuchomoka sehemu tofauti, watu kuchomoka upande wa Kenya na wapeleka raundi. Lakini kwa mawazo yake anawaza na anamkumbuka tu yule manzi. Wewe. Anakumbuka tu story kuhusu Neha Sharma. Anakumbuka venye aliona manzi hapa basi yako amejibwaga kitandani. Wabara hii amuka bwana, akamwambia venye nahisi mapenzi hujawahi ona. Kumbe baada ya kitu mwezi moja hivi ikawa yule manzi na yeye alibook kuwa anataka kuja hapo upande wa Bangkok, Thailand. Ilo huku ni upande wa Bangkok, Thailand. Hapa ndio kuna kuwaga na kickboxing, ulaguzi wa madawa za kulevya kwa hali ya juu zaidi. Kwanza guide ama hapa basi jitu kama hili. चरण ये बैकलैंड स्ट्रीट है ये थाई बॉक्सिंग के लिए बहुत मशहूर है चल वहां देखते हैं
चल ऊपर चलते. Watu wanafanya kickboxing kidogo hivi, walikuja kupatana hapa basi na gaidi fulani ambaye watu wachezagi naye huku mtaani. Huyu jangili watu wachezagi na yeye. क्यों बे? Wewe nifugieni huyu mtu mniletee kwa nyumba. Haya. Ati nifungwe. Jangili najulikana kama vile Biku. Ni upande wa Bangkok, Thailand. Juu jamaa wetu amemguza, Biku akadai ati jamaa ashikwe apelekwe kwake. Wewe hujui unacheza na nani wewe? बना चुका हूँ जो बोला है कर. ये डेढ़ पसी. Twende. Jamaa wetu unashindwa twende kitu gani? Huyu hata naye ni muoga, hata ukiona amenona namna hiyo. पहले माँ के Na michezo bado inaendelea kickboxing. Biko kucheki akamkosa. We, kwa wapi huyu jamaa? Nilisema mfuge yeye mniletee kwa nyumba. Haya. राउडी वहाँ झूमते हैं. Jamaa wetu kisha naye hatimaye basi la mchana ntija kuja kufahamishwa kwamba na kuwaiti hapa basi bila shaka pale kuna job imetokea. Kuna msichana wa milionea fulani. Na huyu msichana lazima awekewe ulinzi mbali na kuonyeshwa venye huku kuna polea. Nero sasa hiyo ndio ilifanya jamaa wetu kuja Bangkok, Thailand. Sasa Manzi amekuja hapa kuwa kama tourist. Haya, MS na Raya. Na unasikia sasa huyu Manzi babake ni sonko sana. Manzi akadunda. Amekuja na selection hapa basi bila shaka pale ya Mamanzi. Halikadhalika na Jokopawa kumwekea ulinzi. Why? Sasa hii ndio furaha ya jamaa wetu. Na Manzi pia mwenyewe ni maringo. Mwanzo nasikia babake ni sonko mbaya mbovu. Babake ni tajiri sana. पोर्टेबल साइज के निकले. सुना था आप लंबे चौड़े. पहले फुल साइज का था. किसके पोर्टेबल मजा है. ओ ना. थैंक यू. ओह बॉस. Boss. सर बस अभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे. Tumefika vizuri, tuko hapa. Elewa sasa kama kuna kitu ambacho Prakash Raj hatakagi na hawezi akataka ni mchezo na huyu dem. Mwanzo, she is the only child and the only daughter. Kumbe wewe ulikuja huku Sasa Manzi ako na madharau. Manzi ako na madharau sana hapa basi na jamaa wetu. Lakini jamaa wetu ameshamnoki. Beba hiyo. Mpatieni mizigo yanyu pia awabebe. Haya. Wewe babara hii tu ndio unasemaga ati unataka. Hii ndio ule demu unasema unataka mwenye anakufanyia madharau stara kama hiyo. Lakini Ramcharan Tenya kadai one day one time. Arava. वाह, बाहर से तो काफी अच्छा दिख रहा है. Na pia Manzi anamjua jamaa wetu. Na najua jamaa wetu hapa basi anakuaga amemnoki. अच्छे नहीं लगते. कबड्डी खेल सकते हैं. इतने बड़े हैं. चलो वहाँ चलते हैं. मजा आएगा यार. कुछ नया दिख रहा है ना? सुनो छोटू. ये सर इस पूल में कितने लोग आ सकते हैं? छोड़कर आप. Sehemu ambao wanakuja kuletwa basi ni sehemu ambao kwamba kana swimming pool. Ni sehemu ambao hapa basi bila shaka para kila kitu iko chonjo, kila kitu iko poa kabisa. कूदूंगा तो मुझे ठंड लग जाएगी. Na kwa hivyo hapa basi inasemekana iangaliwe zaidi kusiwe mpaka na umbu anapita. Mwanzo hata umbu ikimguza huyu Manzi itakuwa ni shida. Mbele babake hapa basi unasikia ni sonko zaidi. Ni wale watu wanahakishaga moto na pesa. Haya owe, chukua 10,000. Hapana. Nakwambia uchukue hii 10,000 kwa sababu ya kunibebea bag. Chukua hii 10,000. Ama unaona kama ni kidogo? ये रखो. Chukua 50,000. Hapana. Nikupatie tip ukatae mimi. ये 10,000. Chukua 100,000. उठा. Chukua. Zoga. Ninatosheka na mshahara yenye nalipo hapa tafadhali. Mshahara yangu imenitosha. Hey. Akapigia manager mbio mbio. What? MS na Raya alipigwa simu. Nataka ukuje hapa mara moja na ulete huyo mfanyikazi wako. Sasa. Unawezaje patiwa pesa ukatae? Kwa nini unamkasirisha madam? Chalo le. Endo uchukue hiyo pesa mara moja ama ufutwe kazi. We haraka. से कह रहे थे कि जब Mimi sitaki na wanaume. Chukua hii pesa haraka mara moja. Saran? Okay, mimi niko na haja na kazi lakini sina shida ya pesa. Jamaa yetu akachukua pesa. Hoja yako nilichukue. Okay, asante. Asante sana kwa kunipatia pesa. Si umesema hoja yako nichukue, nimechukua. Kuchukua akapatia huyu, oi, enda ununue borogam. Gai, borogam ya 1,100, asante sana. Nogo na wewe. Napatiana pesa na wewe unapatiwa. Enyewe pesa bibi siwezi kataa. Mbona mimi unipatiage mingi namna hiyo? Mbona upatie huyo mimi uninyime? Manzi akashindwa huyu ametoka wapi? Sasa Manzi anamfanyia jamaa wetu madharau. Juu pia anakuaga amemnoki. Sasa akakuja kumuuliza jamaa wetu, hii mapenzi yenu inakaa namna gani? Nikupendana design gani? Lakini jamaa wetu anawaambia hapa basi tulieni, mambo ni mdogo mdogo.
kidogo hivi. Hapa kuna mume mke. Kuna mume mke. Jina lake kamili hapa basi ni Ali. Asante sana. Hey! Udani nani? Kwani hapa Bangkok kuna mawazimu tupu? Ni mwanaume lakini aligeuzwa sehemu nyeti zikafanywa za mwanamke. Wololo yaye. Sasa mademu akashindwa huyu ni nani? Mosejali, mimi ni ndume kike. Ati ndume kike. Si ndio, yani mke mume. Mimi ni mke mume. Haya, ati mke mume. Mke mume ni kusema nini? Itori. Yani mimi niko na yote. Nilikuwa mume, nikatengenezwa nikawa mke. Haya. Sasa wewe ni demand. Hapana, yani mwili ni mwanaume lakini sehemu ni mwanamke, yani mke mume. Yani wewe ni kama mimi. Hapana, wewe ngoja. Sure? Akamwambia mimi hapa nafanya na kuaga na mademu wa massage. Yes, mkihitaji massage hawa ninawaletea. Hiyo ndio kazi yangu. Mkihitaji massage, mnipigie simu niweze kuwaletea hapa basi massage. Hawa alienda. Ati mume mke. Sasa tuseme wewe uko padi ya demu ama ya wanawake. Mimi ni demu mume. Ati demu mume. Come with me. Twende na wewe. Wase. Hebu nipatie kadi yako. Phone karna ha? Ukihitaji massage. Hamsa Kebera mume mke. Imagine mtu akikwambia mimi ni mume mke. Aidhuru. Acha. Semenya. Wakati huo Manzi bado anabonga na babake. Mwanzo unasikia Prakash Raj. Yeye ikifika ni upande wa utajiri. Anakuwa na pesa za kumwaga, pesa za kupatiana, pesa za kurusha kwa choo, pesa za kutupa, pesa za kuokotwa na watu. Leo kuna watu wanafanya kazi ya kuokota pesa. Sasa yeye ndiye anafanya kazi ya kutupa zenye zitaokotwa. Ni mtu tajiri zaidi. Haya. We, unaniangalia kwa nini? Kuja hapa. Ilo jamaa wetu amemnua kimanzi. Problem yake? Unaita nani? Anaita ng'ombe ingine iko hapa. Marai. Bado unavumilia ukitagwa ng'ombe. Na manzi akona mamanzi wenzake. Haya, akona mabesti yake wanapigwa picha hapa. Dadi tutaongea. Alikuja haraka. Mbona ninaita huyu kijana wako anakosa kukuja? Nimemuita kama masaa matatu namwambia akuje, hataki kukuja. Hajui chenye namuitia. Sasa hii ni madharau aina gani? Mimi nataka yeye mwenyewe anishughulikie. Okay madam, aambiwe nikimuita anakuja mara moja. Mimi ni mdosi, yeye ni mfanyikazi. Yeye ni Jaguti, Burugwai, mtu wangu wa mikono. Nikiitana anafaa kukuja mbio mbio. Tafadhali mumwambie kama sio hivyo nitahama kwa hili kampani ama niambie babangu asilipe. Sasa jamaa yetu aliambiwa avae suti. Nikulazimishwa apeleke manzi out. Cheki maneno. वहाँ क्या है? ये जगह तो मजेदार है. वहाँ चलते हैं. Manzi anajienjoy. Na nyakati ni za usiku. Kumbe naye Biko alikuwaga raizi. Cheki. Biko akaona kale kamanzi. Biko kuona kamanzi akakataka. Kuona kamanzi akakataka. We, vitu zote mzuri ni zangu kuja. Ati nini? Kalia hapo. Ero nilikuambia vibaya zaidi. Ati ni kalia hapo, kalia hapo. Mimi. Kitu gani? Nogo, nyau, boli, goha, mede, alijam. Sasa walikuja wakahanda. Mwanzo Biko ndio jengine ambaye anagopewa sana huku mtaani. Walikuja wakahanda stara kama hiyo. Mimi nikiita dem anakujaga mbio. Toningo. Nikiita dem anakujaga mbio, sio waanze kunitusi. Na kwa hiyo makosa ninakukisa hadharani mbele ya watu. Ujue Biko ni kusema kitu gani. Ni romanzi wako hapa na Ramcharanteja. Ramcharanteja akafungua vifungo. Kwenda kukisi manzi ukababa. Biko wekwa kando. Magaidi wake kando. Kisha jamaa yetu Ramcharanteja akachukua hapa basi bila shaka pale. Ramcharanteja akachukua manzi na kuipa stara kama hiyo shasha. Hepa. Magaidi nao ni kufuata. Iliwa sasa hawa ndio magaidi wenye wanasemaga huku mtaani, huku Bangkok, Thailand. Jamaa wetu walijipata pale kama hapa. Wamehepa wakajipata pale kama hapa.
milango ikafungwa. Hii ni kumaanisha magaidi wameingia kuro pande ndani tayari. Biko anamtaka huyu manzi wetu Neha Sharma. Biko, watu wanakuwa na majina kama venye kuna Geshohe, huyo anaitwa Biko. Hapa ni kwa tempo fulani. Hapa ni kwa tempo fulani. Majangili wameshaingia na wakajiseti kuro pande ndani. Kidogo jamaa wetu mbele yake. Wengi salala majangili wake Biko. Hawa ndio majangili wanasemaga huku mtaani, yani wao hawa ni hatari kubwa. Tunataka manzi. Watu washataka vitu. Lakini kutaka manzi mwenye mimi ndiye namwekea ulinzi. That is one a very big mistake. Shasha check manino way ai ramtarantija kwa andaria shasha. Asante sana Kamuni, maana kujeni aishe. Biko kwanza huyu kuguza manzi. Toka chana na manzi ramtarantija kwa andaria we wachana na saidong ya manzi you bloody ramtarantija. Toka Biko why ramtarantija Santa mutawachana na manzi. Kama kuna kitu mutawacha ni kuachana na manzi. Wako wengi lakini jamaa wetu ni hatari kubwa. Ramtarantija ugongeshwa kiostar kama hiyo. Biko akidhani jamaa ameumia akafanya urako. Inda mukaniumiza. Haya Ramtarantija mnawezaje niumiza? Kwanza sasa nawapiga na machungu. Mnaniumiza. Oi, mwingine ndio huyu. Pasua hiyo kisha kuja kamata huyu du. Walala. Chana na manzi. Wachana na manzi nani? Why shingo unaambia nani? Shingo ni ya yours. Shingo ni yako. Wacha kutuambia mama shingo lako. Shingo uvunjwa. Biko, mimi si yuko hapa. Ati hauyuko hapa? Uko wapi? Mimi si yuko hapa Bavarai. Uko wapi? Jamaa anajitorokea. Ramtarantija. Why? Kucheza na huyu manzi ni kuwa na death wish. Huyuko hapa, uko wapi? Niko bali. Uko bali ukifanya nini? Gaye. Mimi si yuko hapa, niko bali. Yana dho paenge. Sasa Mazari enjoy sana kadai sasa kulingana na venye huyu jamaa ameokoa maisha yake. Sasa anataka awe personal bodyguard. Hata alipiga babaka kama mwambia yeye ako sawa na ako na bodyguard moja hatari kubwa sana. Kwa hivyo babaka sija kawa na wasiwasi. लेकिन बहुत दमदार है। डैड आप चाहे तो इसे मेरा बॉडीगार्ड बना सकते हैं, मेरे आगे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। Huyu jamaa anataka sasa awe personal bodyguard. Jamaa yetu anaenjoy kiplani. Lakini manze juu ya venye ambavyo basi wao ni masonko na kadhalika, ako na maringo yenye naudhisha sana. Walikuja kutembea na Mary. Kwa Mary walipata nani? Brahmanadhana. Asante sana Brahmanadhan. Kumbe yeye sasa ndiye mtu wa kuwatembeza na Mary. Brahmanadhan shasha. Kwa hivyo alipatia manze simu akamwambia nataka uingie upande wa juu uone venye hili Mary inapolea. Leo amekuja outing. Sasa Brahmanadhan ana Mary yake yenye huaga hapa basi anatembeza watu nayo. Asante sana. Sa MS na Naya hapa basi kumbuka yeye ni general, yani ni mtu ukaribisha, yeye ni mtu wa kumanage tourist.
lakini MS na Raya, yani huyu Brahmanathan na yeye ako na meli lake. Mnakuja mnakomboa, mnaenda raundi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo MS na Raya alimwambia hapa, basi nataka tuwe na wewe siku 2. Alright, basi kama ndivyo hivyo. Maridadi. Manza nataka tu kupati, kujienjoy. Na sherehe ya mwaka mpya iko karibu. Mwanzo ilikuwa ni kwenye shamra za mwaka mpya. Brahmanathan. Party ikaanza. Basi wataharibu meli yangu bwana. Hii kurukaruka namna hiyo. Wamekula nini? Wamekula nini for begani wanakula? Wamekula podi sasa kazi ni kurukaruka tu huku. Manza kadai nataka pombe mingi na chakula mingi, watu washerehekee. Ni kupati mpaka che. Ula denge? Wewe. Tunataka mziki. Wakaanza kupati. Brahmanathan amekasirika, anasema hii ni tabia gani? Watu wanakunywa hapa, kila mtu ni podi. Wengine hawana nguo. 3rd class. Jamaa wetu anaambiwa hebu angalia mtu kama huyu. Yaga? Wewe, unataka nini? Utakunywa podi? Staki. MS na Raya na alikuja hapa, basi bila shaka paro alikuja kuletana juu na Brahmanathan. Mwanzo Brahmanathan na hawa watu wanakunywa sana na kurukaruka. Lazima turukaruke. Haka climate Mkubwa wanarukaruka tu huku, kila kitu iko sawa, msichana wako ako salama, akiwa na mimi usiwahi kuwa na wasiwasi monene. Nilikuambia usiwahi kuwa na wasiwasi. As long as niko hapa usikuwe na wasiwasi. Sasa majamadi wanamboweka kwa sababu mamanzi wako karibu uchi, ni kujienjoy tu. हमें हमेशा अमीरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और हम सब इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हम लोग फकीर है, बात मानते हो ना? मानने से कुछ नहीं होगा, अमीर बनने के लिए कुछ ठाननी पड़ेगी। मैडम सूप कौन सा सूप? टॉम यम सूप Shit. Unawezaje niletea supu iko na sukari? Unaweka sukari kwa supu? Ulisomea kupika wapi? Pole madam. Hii usiweke sukari kwa supu. Hii inaitwa bone soup. Usiweke sukari. Madam pole. Akadai pole. Sasa ni kitu gani wanafanyaga mzuri? Jamaa wetu akaimagine venye anaweza kasirika. Sasa ni kuimagine. Akuja achukue huyu dem, ana imagine venye anaweza sasa ana imagine venye anaweza kuja amrushe pale ambapo kuna papa manza kuliwe na samaki. Hiyo ni kuimagine. We, una imagine nini? Manza na mtusi, ilo haba si amekunywa kamnyweso, amekunywa podi vibaya zaidi. Wololo yaye. Haya. Aisuru. Wewe. Nilingia tu. Huwani ni kukulipa ninakulipa? Hujua mimi ni mdosi wako? Unajifanya ng'ombe ukamuliwe na nani? Unajifanya cabbage ugali toke wapi? Unajifanya mrefu kule miwa gani? Naye Ali alikuja kuleta wale mamanzi hapa basi wa massage. Amekuja na wale mamanzi wa massage. मसाज बॉडी मसाज थाई मसाज करवाओगी? Nataka massage ya mapua, massage ya nyonyo, ya shingo, ya miguu. Haya ni watu wa massage wamekuja na Ali. Ali mwenyewe ndio huyu. Hapa basi ni kila mtu mwenye anataka massage. Wewe. ए बसंती Massage. गलती से कुछ और मत दबा देना वो हक्का नूडल Ilikuwa ni kujienjoy cheki. Oi. Yani hizi zote ni sede. Hawa wote ni mademu, yani tunakaa tu huku. Mamanzi unafanywa massage. तुमके चाहिए क्या? Na watu wake hapa basi Ali hii ndio kazi yake, kutafuta hapa basi watu wenye wanataka massage, wanaenda wanafanywa massage na kadhalika. Alright. Sasa Ali roho anakuaga mume mke. नहीं Alikuja kaambia ujamaa, we, tunitafutie bobo bili. Kuna hakika unataka? ये तुम हो? Si hata mimi ni bobo. Unajua mimi ni mume mke. Ati mume mke, hiyo ni kusema nini? ये Mimi ni mume mke. Kama unataka massage, nitakufanyia massage. Juu mimi ni mume mke. Jamaa kama via hapana, mimi nataka massage ya madem. Namna gani?
ni sherehe za kufurahia na kushangilia hapa basi na kukaribisha mwaka mpya. Wanashangilia New Year. Walikula mziki usiku, cheki. Nini? Mimi kwanza nasikia podi kiingia vizuri sana. Ikamnyweso ni podi. Na jamaa wetu wako pale ni kuweka ulinzi. Hawa wataharibu meli. Wao achana meli. Si tunakulipa. Ikiharibika wacha iharibike, utatengeneza na zile pesa ambazo tunakulipa. Hakuna mtu amewahi ruka juu ya meli ati meli ikaharibika. Kuja hapa. Hauna pesa unaweza jibaia podi hata kama ni chupa moja. Nitakwambia namna gani. Msichana, mimi niko kazi, wewe uko kujienjoy. Kwa hivyo siwezi nikakunywa kazini. Mimi ndiye mdozi wako, nakwambia ukunywe. Unakaaje? Rudi huko, rudi. Nonsense. Oh yeah. Jamaa wetu wanafanywa madharau. Kinasema haisurutu. Mvumilivu hula mbivu. Sasa naye huyu security alinatoa mamanze wawili. Babarai, kesho utakula 10,000. 10,000. Haya, sawa. Happy New Year! Wakashangilia sana Happy New Year. Yay! Huku podi kwa mkono. Une alikuja kuita yule, "Wewe, Happy New Year mzee." Akasikia mzee amepiga duru. Ye nahi dish kaun si? Ye dish aap akele hi khaiye. Jani atamaliza na mamanzi. Na Brahmanathan hadi alikuja kamwambia memnoki. Gai! We, atumeninoki. Brahmanathan ndiye aliona moto. Bodyguard Brahmanathan mwenye lile meri shasha. salary leta. Awa, mimi niko mlevi nataka nipeleke nikalale mara moja. Mimi ndiye Sonko nasema beba mimi. Ganesh, Mamanzi walikunywa kamnyweso hapa basi wakalewa wote. Sasa mpaka manzi wetu hapa basi bila shaka pale huyu Nea Sharma. Nea Sharma anataka kubebwa. Sasa naye huyu MS na Raya anaambia watu wake wa kazi lazima wapeleke mamanzi wakalale. We, unapeleka huyo wapi? Seriously. इस वक्त तुम्हारी बाहों में Juu lazima wakishe security yake. Kwambia si unaona amedozi. Nampeleka tu alale. Hakuna mambo ingine ati sijui पहले मुझे इससे प्यार था. Na si ati huyu ni kulala amelala ama amelewa, hapana. Ni kufurahia na furahia akiwa hapo. Hebu muangalie. One modo mlevi huyo. Huyu ni mtu mlevi huyu. Mtu mlevi mgani ako na mdomo? Hai. Tunaona ako na mdomo. Huyu sio mtu mlevi. Mtu mlevi hakuagi na mdomo. Sasa ati nikuelezea vazi sio mlevi ati manzi ni kujienjoy. Ako na mdomo. Angalia. Ndio hiyo. Ako na mdomo. So sio mlevi. Ni kufurahia na furahia akilala hapo kwa kifua yangu. Kile ni sawa tu. Mtu mgani mlevi anashikashika mtu namna hiyo? Peleke tu. असली सैंडविच का स्वाद Asubuhi na mapema basi siku iliyoweza kufuata. है ना. Ali ndiye huyu. नहीं भरा. Elewa yeye ni mume mke. Mimi ni mume mke. रशियन गर्ल्स Niko swali, niko semenya, niko mambo yote. Guy. गर्ल्स वाई टूर करवाओगी. Aya, MS na Raya hapa basi yeye ndiye ako in charge ya hii tourism. Na kwa hivyo ilibidi aweze kulipa wale mamanzi wa massage. Ilibidi basi aweze kulipa hapa basi watu wenye walikuwa hapa basi wameletwa kufanya massage ili waweze kuchomoka. Lakini kumbe pia hapa basi bila shaka pale hawa mamanzi walikuwa wamejipanga kuchomoka pia. Kina Neha Sharma wanataka kuchomoka ara zenye wizi mwanzo sherehe tayari wamefanya. Suno? Wameweza kuasha New Year na kadhalika. Alright. Jamaa wetu alikuja kumwaga manzi. आखिर कैसे Lakini manzi alimwambia wewe unakuwa mwanaume wa aina gani? Wewe ni wanaume wa kitu unaweza enda mkutano. Unawezaje nipeleka pahali nilale nikuwa peke yangu? Ile siku utasikia wanaume wameitwa mkutano. Usiende. Ukisikia wanawake wameitwa mkutano uvae skati uende. Mbele ya manze Biko. Biko akitaka dem amemtaka. बैंकॉक थाईलैंड में मालूम क्या है. Mimi ndiye nasemaga hapo pande wa Bangkok Thailand. Maja. Nilisema nitakukisi. Lazima nikukisi. Maza na imagine kukisiwa na mtu kama huyu na hampendi. Toko na wazimu. Sasa Ramcharanteja aliona kile kitendo. Ramcharanteja
na kila kitu. Richard kwa manzi na mtusi, lakini yeye anampenda. Chumuka unyoya shasha chikumanino. Ramchana tija. Ala, munataka kurep manzi. Hata nyinyi. Oh? Hata nyinyi manzi mumeuka muno Ram Charantija Biko wewe Biko wewe kidogo manzi alionekana chomoka mbio salala manzi ameonekana wana majingiri lelelele akajificha. Biko ndiye huyu alipatana na jamaa wetu. Haya, unataka kukisi nani? Biko ndio ule manzi, ndio huyu. Mimi niko hapa kwenda kuchukua bunduki. Jamaa wetu akamshika mkono tena na bunduki kitanze sasa baina ya Biko, kisha chukua manzi kumwepesha Biko, na akaambia magaidi wote lazima wampatie huyu manzi. Ai salada wololo yaye, jamaa wetu akawa anza wi toka wae Kioko, namna gani nitetee huyo demu? Nyinyi Motuko na Mosebi Tairi, Motuko hadi Mosebi Tairi, mnakuja kushika nani? Faster kuja kibande hii, kisha chana na manzi wuchono na manzi nani akona bunduki. Shisha akona bunduki, wachili wa snap kick. Why? Haya, mati ni matagari he karajanoe tune unashika nani? Chukua manzi na kuendelea kuepa. Shasha anasaidia manzi anajitoa mkono kidogo. Manzi jamaa yetu alichukua bunduki. Yani wewe Biko, unaona venye huyu manzi ananifanya madharau? Wewe kai, kwa nini unanifanya madharau namna hiyo na nakusaidia? Biko na kisha kuchukua manzi hapa basi bila shaka para kwepa. Majangili wako wengi hapa basi ni Bangkok Tyrant, na Biko ndiye mdozi wa magaidi hapa basi upande wa Bangkok Tyrant. Kwa hivyo kuna majangili wengi sana tena zaidi. So inabidi jamaa wetu wahepe ruko upande wa juu, manzi pito upande wa chini, na kisha waendelea kuwapa short kama hiyo mbio. Na hata sehemu zenyewe basi hawazijui vizuri sana. Wanakuja wakapata Mary fulani lenye lilikuwa hapa, jamaa wetu akaamua kucheti upande nani bila kutaka kujua hapa basi linaenda wapi ama itawaelekeza wapi. Mbele majangili wako wengi na wanamfuata. Majangili wako wengi na wanamfuata mbaya mbovu. Lelelelelelele Ramcharanteja chukua kamota boti na kisha kutamboroka huyo. Lakini majangili ni vimoda walimfuata. Cheki Original kwa hapa basi jamaa wetu amechomoka, lakini majangili hawa hapa basi ni wajinga zaidi. Kisa na maana basi waliweza kumfuata. Shasha cheki maneno, waliweza kumfuata wale majangili, wale magaidi. Shasha walimfuata jamaa wetu mbaya mbovu, ili wana majangili wake hapa basi bila shaka para ukipenda Biko. Na Biko huko pande wa Thailand yeye abana machizo. Aish, shalala. Jamaa yetu kuona hapa basi kuna meli alichora plan. Mwanzo wa magaidi wanamfuata mbaya mbovu, akaamua kuchimbua maji. Akachimbua maji design kama hiyo, akapita chini kwa chini design kama shasha pita chini kwa chini, akatokelezea kwa upande mwingine. Mjingine kufika hapo akazuba. Haya we, kwani mtu ameisha nini? Chapa raundi wakimtafuta, lakini kitambo uone pari alipo ikiwemo Biko. Jamaa wetu ako mbali, shaenda mbali sana, mbali na ni mbali kwenye yeye hajui ni wapi anaenda. Hana compass direction, hajui ara zenyewe hizi vizuri. Sasa akaenda akitafuta ati pahali ambapo atafika, akaenda akakosa kufika pahali. Kukosa kufika pahali ati ni kuenda atafuta pahali ambapo atafika, akakosa kufika pahali, kwa hivyo akafika pahali ambapo hakuna pahali. Ina maana akawa ako pahali hata yajui ni wapi.
Katikati mwa bahari motorboat ikaisha petroli. अरे कोशिश कर रहा हूँ ना मैं. Unateketeza tukae hapa baharini. Hata wewe gurumisha. Mimi nakwambia gurumisha hiki kitu. Wewe mimi ujinga wako sitaki. Ni gurumisha na nini na imeisha petroli? Baba tutakosea. Ile kitu moja. Si ni petroli imeisha. Nyamaza. Hebu nigoge tena uone, nigoge tena uone, nigoge tena ujue baba yangu ni tajiri, nigoge tena. Akamwekelea. Gai, unanigoga tena. Na nitakuoga tena na tena na tena na tena na nikuchukue nikurushe hapa kwa samaki ukuliwe. Usini umenizoea sana. Hala. Tusizoeane. Naweza nigoga kabisa. Sasa hawa nao walikuja kuwatafuta wanashindwa. Kwani hawa watu walienda wapi? Bado naye huyu anajitetea. पति लड़की नहीं. Wacha security asikie manzi hapatikani na babake anapiga simu. We mwambie kwanza wewe ulikuwa umetoka kwenda kununua chakula. Hawa na wao katikati mwa bahari. Motorboat limeisha mafuta ya meli. Ikafika usiku wakakesha pale pale. Mule baharini. Asubuhi na mapema ndio wanakuja hapa kualauka. Cheki. Oye. Ndipo mwanza akachungulia akaona iron. Tumia. Nimekwambia uwe na discipline kuanzia saa hii. Unashinda ukiniambia wabe kitu gani, si utoke tuogelee. Hala? Usinishautie hivyo. Nimekasirika sana kwanza na wewe. Sasa hapa ni survival. Hapa sio ati ukuje kuleta usongo. Hapa ni survival. Oi. Pahali walipo hata wao wenyewe hawapaelewi. Ajabu ni kuwa hawana hata simu. Simu zilipotea wakati walikuwa wanakabiliana na magaidi. Watu! क्यों चिल्ला रही? Unaita nani? Nani unaita sasa? We! Kwa nini unanishautia? Unauliza nani? Nani unauliza swali nakaa namna hiyo? तुम गलती हो गई मुझे. Ujue mimi ni mdozi wako, ujue haufai kunishautia na kuuliza aje. Unajua wewe ni mwanamke unafaa kuwa na discipline. Mwanamke kitu gani? Unajua mimi ndiye mdozi wako na babangu akitumia. Nyanya. Usiniambie hivyo vya unaniambia. Unajua kwanza umenigonga. Tumia. Hapa nimekugonga kofi. Sasa nitakuwekelea ngumi. Unaona venye nafanya wanaume na ngumi? Imagine wewe nikikugonga venye nitakufanyia. मुझे तो उस लड़के पर शक हो रहा है. Sasa huyu naye security anadai sasa babake akipiga simu mimi nimekufa. Usikufe kabla hujauawa. Wewe ngojea tu akuja kuue. Hakuna haja ati upigiwe simu ukufe. Unawezaje pigiwa simu ukufe? Ngojea kuja kuue. Yaani mimi ndio unataka nikufe? Na ni kazi yako kutupeleka kila pahali Wewe hamjui ni mtoto wa nani mnacheza naye. Hamjui ni mtoto wa nani mnacheza na yeye. Tulia. Gai ndiye huyu. Mkubwa kila kitu iko sawa. Ameenda kwa swimming pool, hawezi shika simu. Swimming pool baka sahi. Ndio ako kwa swimming pool. Mwambie atoke kwa swimming pool tuogere. Okay, mkubwa Mungu saidia. Yule security ako na stress. Haya. Jamaa wetu na yeye hapa ile kusumbuana na manzi. Hawajakula. Imepita siku 2 tayari. Kwani unanipaka vumbi? Manze bado ako na malingo. Haya. Jamaa wetu akaamua kutafuta kitu ambacho wanaweza wakasosi. Unaona? Akaamua kutafuta kitu ambacho hapa basi wanaweza wakasosi. Akatengeneza jiko. Kisha jamaa wetu akachama. Sasa unaenda na ni wacha unaenda wapi? Mimi nashindwa ni wana aina gani? Ni wapi unaenda? Mimi sijatafanya nini ndugu hii? Mimi ndugu. Mimi unaniita ndugu. Unaona kwenye nafanyia wanaume alafu nakuja kuniita ndugu. Mimi naweza kuduga nikuue. Toningo.
Tabara usumbufu mouth. Pole. Usinisumbue tena. Mimi ni mbaya sana. Ala. Sasa alienda hapo. Oi, wacheni kulia na mapua. Sasa mkilia na mapua. Sasa wacheni kulia na mapua. Mimi nawaambia mimi ndiye security. So already mimi nimekufa. So mwanze kunioboleza mimi. Cause I'm already dead. Jamaa yetu na yeye alikuja kutega samaki. Anahitaji kitu cha kusosi. Anahitaji kitu cha kusosi. Wow. Pata samaki ndio hii. Akaipika. Sasa manza anashindwa. Hii samaki inapikwa na moshi. We, utauma. Hiki kya? Utauma samaki. Oh, mimi. Kitu yenye haina chumvi. Kitu yenye unaona kitu yenye sio balanced diet. Mimi ni kule mimi. Neolimo. Okay. Mimi nasikia kutapika. Okay. Hata mimi ni sosi. Kuna siku utaitisha. Hawa nao sasa unashindwa utafanya namna gani? Security naye anasema mimi tu hata kitu naogopa ni kupigwa simu na babake. Oi, nizikeni nimekufa. Tutukuzike. Amuka, goja uwawe. Wacha shortcut ya maisha. Tutukuzike. Tunakuzika ukiwa uhai. Jamaa yetu naye anashindwa huku ni wapi? Niweza pata wapi usaidizi? Masaa bado na yoyoma. Walikuja kapata kajumba fulani ambako kamejengwa raizi. Wena nisema mambo hapa basi watu wa kuinda samaki wanakujaga kutulia. Akitimbapo basi kuna mvua. Akitimbapo hapa basi kuna nyesha. Waga hapa basi wenda wanakujaga kutulia ara zenye hizi. Ala, asante sana. Maradari pose kibisha. Basi ikawa ndivyo hivyo na jamaa wetu akakuja hapa basi akapata kuna vitu kadha wa kadha. Maza kafureka sema, wow, sasa tumesaidika. Mkiwa na nani? Unasema msaidika mkiwa na nani? Si tumepata pahali ya kukaa. Sasa hapa hii pahali ya kukaa. Wewe nakwambia utumie akili wewe. Hebu amuka. Niangalie. Sema mimi ni handsome. Wewe. Nakwambia useme mimi ni handsome. Ukiwa ni handsome. Asi. Kuanzia saa hii unafanya chenye ambacho linasema, sawa? Kuanzia leo hii saa hii mimi ndiye Sonko. Nikisema ufanye kitu unasema. Unafanya. Ala. Tusumbuane. Wa? We. Nimepata hapa kuna chupa ya podi. Utakunywa? Hapana. Ati hapana? Okay, nitakunywa. Basi. Na we, tusisumbuane. Nikisema kunywa podi, tunachukua hii chupa ya podi, tunakunywa vizuri. Tunalewa sisi wote wawili. Mimi sikutaki. Wewe. Nitakugoga vibaya. Mimi sasa unataka nikunywe. Tukua na wewe hapa na mimi sikutaki. Mimi ninakutaka. Leta hii shuka. Ala. Ni nini tunaulizana? Wacha sasa naye huyu Ali alikuja kujitetea kwake Brahmanadhan. Wewe ni mwanaume kama mimi. Ni kwa nini unakuja kunikatia? Mimi wacha kunishikashika namna hiyo kama dem. Mimi najua ni mume mke. Arisha ati mume mke. Si ndio, mimi natafuta bwana. Bwana ya nini na wewe ni kama mimi? Natafuta bwana. Tu mimi ni mume mke. Mume. We! Wacha kunishikashika namna hiyo bwana. Anafanya massage. Anataka massage. Wewe wacha kuniguza namna hiyo bwana. Wewe ni mwanaume. Wewe hapana, mimi nakupenda. Wewe na mimi hakuna ni doroma igira. Though massage ni mzuri lakini hiyo massage ni mzuri yenyewe. Massage ni mzuri. Ai, massage si mbaya. Massage ni mzuri. Wewe tafadhali nakwambia wewe ni mwanaume. Mimi ni mume mke. Tafadhali dakwehoya tafadhali niondoke. Brahmanadhan ameboeka mbaya mbovu. Sasa kama naye kuna mtu amekaliwa naye ni zero, ni huyu manze wetu. Huyu manze wetu hapa basi Neha Sharma amekaliwa mbaya mbovu. Aliitwa kuja hapa. Deek, nataka
Nimekunywa hii chupa ya podi nikasikia kuwa tamu sana. Nikasikia raha ndani ya mwili. Na nikasikia raha ndani ya roho. Unasikia? Nataka unichezee kawimbo. Okay, sawa. Kawimbo. Nichezee kawimbo. Nichezee kawimbo kakufanya nitulie na hiyo podi relax kwa mwili. Far, where? Kwa mwaka tuhoga kwa nogo. Hiyo ni wimbo gani unanichezea? Hey. Nataka unichezee wimbo mzuri. Sawa? Gani wimbo mzuri ya kunifurahisha. Sasa nakwambia unichezee wimbo unanichezea ati wimbo ati kama hiyo. Nataka unichezee wimbo mzuri yenye itafanya nisikie vizuri mpaka kwa kucha. Nisikie vizuri mpaka kwa kucha. Faster. अब खड़ी क्यों है? Sawa. Kitu kaa hiyo. Hey, na unajua mziki kweli? Sasa mimi kazi yangu ni nistareheke hapa, wewe unichezee mziki. Hiyo ndio nataka. बोलिए. Sasa security naye aliona venye maisha akaanza kudai mimi nimekufa kabisa. Juu sasa huyu mzee akifika hapa, amekunywa podi, amejiwekea mzinga mzima ya podi akajiweka. Sasa akaanza kuambia watu acha niwaambie venye kitaenda. Prakash Raj akikuja hapa ataniambia wewe kijana kwa wapi msichana wangu? Nimwambie sujui. Tu imagine okay, anishika namna kama hii. Ayo ako wapi msichana wangu? Aniwekelee kofi. Haya, kwani nakugoga cha huko wewe vumilia tu ili atupe story. Vumilia tu ili tupewe story. Ako wapi msichana wangu? Aniwekelee wewe vumilia tu ili tupewe story. Usijali, usisikie uchungu. Nataka mtoto wangu mara moja. Okay, ndio kutupea story. MS na Ryan anasema waendelee kupewa story. Niwe na blood pressure. Nitakuuika hivi bibi nimekufa. Wewe vumilia tu gogwe ili tuendelee kupatiwa story. Aniwekelee ingine akasirike. Aniambia sasa unahitaji mateke. Aniwekelee teke poa moja. Akafaint. We, vumilia ili tupatiwe story. Hata ukigogwa na ngumi ama chuma, hata akichukua hii chupa kuoga nayo kichwa, wewe uvumilie ili tupewe story. Juu kama hutavumilia hatutapewa story na tunahitaji story. Si hapo ni pazuri? MS na Raya. Kumbe sasa naye Manzi alikamatwa na njaa venye hujawaiona. Manzi alikamatwa na njaa mbaya mbovu. Jamaa wetu anakaendaga anataka samaki anakuja na sosi peke yake. Uko शांत करने Yaani wewe huwezi kula samaki yenye haina chumvi. Utaona venye nitajiweka. We, unaweza maliza hiyo samaki yote kuwa peke yako? Hapana, siwezi maliza lakini nitakula tu kuharibu. Haya. Niuzie kichwa. 100 pana. $200. 200. नहीं Bado. $500. $500. Never. $1,000. $1,000. कुछ लो ये बहुत है. Tafadhali. Bado. Sasa unataka nifanye nini haki niko na njaa hata nitakupea hii necklace ya gold. Unajua sina mtu wa kuuzia hapa so pesa inisaidii, necklace gold anisaidii. Kama unataka kapisi kadogo unikiss. Please मुझे बताइए. Nitakufa mtu alitoka wapi? Kama unataka kushiba ukuje hapa unikiss. Ukinikiss utakula. Otherwise kufa njaa. Mara ya kwanza nilikupea free ukakataa. Sasa kama hutanikiss kufa njaa. उससे सहा नहीं Hata hii samaki si ni tamu. Sinakwambia mtu akuwa na njaa anasikiaga vibaya. Wewe hujui venye mtu anasikiaga kuwa na njaa. Lakini mtu ameshiba kama mimi, maisha inakuwa tu tamu. Haya, Manzi alimkiss akapatiwa samaki. Kukula na uchunge mifupa. Usikula na hiyo kiherehere. Sasa ndio jamaa ilibidi akisiwe ili apatiane samaki. Alright. Una yakaamushwa. बेबी मिल गया Wewe yako wapi? Akaambiwa sasa usinigoge tena. Mimi ukinigoga naendea kisu nikudunge.
chukua simu, pigia babake, mwambie mtoto hapatikani. Security. Yai. Au ni mtoto wangu. Ai, gai, mimi nimekufa tayari. Najua umeniua. Ati najua umeniua. Si ndio? Mazi hatapatikani. Nilikwambia kuanzia juzi, jana na leo hatujaimuona. Kwenye walienda Mayoro Nano, chenye wanafanya Mayoro Nano, chenye nitadu Mayoro Nano, amu Mayoro Nano kabisa. Mayoro P. Prakash Raj akatukwa na wazimu shisha. Akimajini mtoto wake hapatikani. Na mtoto wake sasa ndiye huyu jamaa wetu, mpaka anamlazimisha amvulie Kamulira na trouser. Cheke maneno. Jamaa siku hizi amejichacha. Maana amepatiwa underwear, akapatiwa trouser. We, fanya haraka. Sasa jamaa wetu amejifunika kishuka fulani hapa basi. Sare kama hiyo. Amejifunga hapa basi kishuka design kama hiyo. Kisha mavazi yake yanafuliwa. Sasa na security kaanza kuambia, sasa mkikuja maoborezi yangu tafadhali mkuja na kila mtu chupa bilibili za podi. Kwa sababu already mimi nimeuawa. Nitawekelewa za tubu. Kai. Ile kugogwa nitagogwa woi. Right on time. Kutoka India, kutoka Hyderabad hapa basi upande wa India, akakuingilia Bangkok, Thailand shisha. Kiwa na machungu, Prakash Raj the multi-trillionaire. Security kitu gani? Wacha nikuambie. Uniambie nini? Sasa ni operations za kutafuta manzi zianzwe mara moja kote Bangkok, Thailand. Manzi naye ndio ameleta Kamulira na shati na kila kitu. Mheshimiwa, oyo. Nguo mpaka nimepasi. Usiniite mheshimiwa, niite kipenzi. Okay, kipenzi mheshimiwa. Mwenye mali. Chukua shilingi 5. Mimi unilipe shilingi 5? Nogo. Leta please hiyo shilingi 5. Chukua hiyo shilingi 5. Okay, mkubwa ndio hizi nguo zako. Kai ni maisha gani? Mambo Ulaya hapa jo. Speedy kwenye kikosi cha Bangkok Police Force. Haraka narekebisha, nataka kuweze kupelekwa kwa ma TV na kwa maroninga na kila gazeti iandikwe kuwa kuna msichana mmoja ametoroka wakiwa na jamaa moja, na sio kutoroka hapatikani. Kwa hivyo kadai wanadishi wote wa habari na wanahabari, na sio tu hapa basi kwa TV za kawaida, mpaka hapa basi bila shaka pale kwa DSTV weze kuchapishwa mara moja. Anataka kujua pale mtoto wake alipo. Kwa hivyo radio zote na TV zote lazima zitangaze kuhusu hapa basi kupotea kwa mwana wake. Prakash Raj, huyo ndiye mtoto wake wa kipekee. Na ndipo aliambiwa huyu mtu wenye wako na manzi lazima tuchunguze ni nani. Ndio wakaanza kuchunguza. Wakakuja kupata huyu jamaa alikuwa gerezani, ni criminal. Wakati huo cheki naye jamaa wetu, nifanya masaja ama ulie. Pole. Passport ya jamaa wetu ikapatikana. Ati jamaa alikuwa gerezani miaka 12. Kwa hivyo sasa Prakash Raj akadai basi huyo mtu ndiye ameteka nyara mtoto wangu. Mtu ametoka gerezani. We. Geuka kuja hapa. Nipe kisi ya ulimi. Toa ulimi nje. Nataka unipe kisi ya ulimi. Nipe kisi ya ulimi. Nipe kisi ya ulimi. Wewe. Unataka kutoroka Uko na mbio? Toroka. Na manza akatoroka. Cheki maneno. Huku jamaa wetu akamfuata. Nataka kisi ya ulimi. Nataka kisi ya ulimi. Wekwa kando. Unakataza nani kisi? Unakataza nani? Wewe toka. Kaambia manzi, sikiza. Siwezi nikakufanyia dhambi lolote lile. Lakini nataka ujue wewe ndiye sababu niko hapo upande wa Bangkok, Thailand. Nataka ujue ninakupenda yangu yote bila kujibakishia chochote. Ninakupenda yangu yote bila ya kujibakishia chochote. Ninakupenda mbaya mbovu. Ninakupenda stari nyingine deadly. Unakumbuka wakati ambapo ulijaribu kunigonga? Wakati nilikutazama tu hivi nikakuona. Hapo ndipo nilianza kukufuata. Juu ya kukupenda.
Nikaanza kukufuata, nikajua kila kitu chenye unafanyaga, na ndio nikapata habari mnajipanga kuja upande wa Bangkok, Thailand, na nikasema pia mimi nitakuja hapo upande wa Bangkok, Thailand. Nimeishi kukufuata, kukutamani. Hata kabla sijakuja upande wa Bangkok, Thailand, ni mimi nilikuwa nakuchungulia wakati ulikuwa unasoma vitabu. Hiyo yote. Lakini wakati ulifika hapo ukaanza kunifanya madharau. Hata wakati ulinikamata ukanifunika macho design kama hiyo, ulifanya moyo wangu usimame. Ukweli ni kuwa ninakupenda. Siwezi nikakuumiza, lakini nilikuwa nafanya revenge ya yale madharau umenifanyia ukuwa mdozi. Lakini sasa nimeamua kukuambia live, I love you so much. Ninakupenda sana, na siko hapa kukuumiza. Niko hapa kukulinda na kukupa penzi langu lote. Jua hayo tu. Ya Manzi pia alikuwa shamnoki jamaa wetu. Wakati aliambiwa yale, si ati ni mageni, lakini ilifanya moyo wake uhisi vizuri sana. Kwa maruninga zote, maradio na kwa digital na kwa analog TV, kila sehemu ilikuwa hapa basi bila shaka pale ni story kuhusu mtoto wake Prakash. Huyu Prakash Raja. Prakash Raja hapa basi alitangazisha kila sehemu, akamtafuta hapa basi kila sehemu bila kufanikiwa. Lakini MS na Raya akamwambia, sikiza, kuja nikuambie. Unaniambia nini? Akamwambia huenda huyu Lamcharan ndiye aliweza kumteka nyara mtoto wako. Sasa mwambie, unaniambia kitu gani? Nilikulipa uwekee mtoto wangu ulinzi. Okay, ndio mkubwa, lakini sasa unajua mambo ikitendeka imetendeka. Mambo ikitendeka imetendeka. Sasa nitutafuta pahali wako. Mtoto wangu nikimkosa, na wewe utakosekana duniani. Ntoningo. Haya, hawa nao bado wako ara zenye wizi. Jamaa tumeshampenda Manzi. Na sasa ameanza kumtreat vizuri. Mwambia, sweetheart, kuja kipenzi changu cha roho. Siwezi nikakufanyia lolote ambalo hauhitaji, ambalo haupendi. Lakini najua leo ni birthday yako. Happy birthday. Happy birthday. Nimechunguza mpaka nikajua basi bila shaka pale leo ni birthday yako. Najua huko hakuna vitu mingi. Oya Kenyauki ugekuo. Chukua hicho kipaka kidoli. Ni present ya birthday. Maza kiimagine pahali walipo na napatiwa birthday present. Enyewe pia yeye aliweza kumkufia jamaa wetu. Mwanzo jamaa wetu alimwambia, live, nimekupenda. Mzee naye anaitisha poti anauliza, mtoto wangu wewe wa kipekee, sijui pahali alipo ai, letani poti na mtungi. Mwanzo na yeye basi akajipa yake yote. Happy birthday happy birthday to you. Mwanzo akaona yenyewe huyu ndiye mwanaume, na kama sio huyu basi pengine iwe tu DJ Afro. Alright, asante sana. Wana Prince hapa basi waliweza kupigwa mwashiriano hapa basi na wakadai yenyewe huyu jamaa Richard kwa basi alikuwa criminal. Hakuwa hapa basi mtu anaweza fanya kitendo kama hicho. Nasikia mtu alikuwa jela. Hakuna mtu anayedaga jela kuwa mtu mzuri. Mtu amefungwa kifungo cha miaka 12. Kabla hajakuja kazi hapa huku kuchunguza yu brale. Nataka kila pahali. Anataka kuua watu, samekasirika. Prakash Raj nataka kuua watu shisha. Amejam Prakash Raj. Nahitaji helicopter. Surroundings zote zizingirwe. Sawa na wao baada ya kujienjoy waliweza kudozi stara kama hiyo. Lakini usubuhi na mapema chopa zikapita pale kama hapo. Wakasikia chopa zinapita upande wa juu. Sasa ikabidi jamaa wetu, "We!" Manzi akajua huyo ni babake. Alimuita akamwambia, "Sikiza. Sasa we fanya hivi, wachana na mimi hepa. Babangu akijua umenikaribia, wacha kuniguza. Babangu akijua umenikaribia, wacha kuniguza. Anakuua." Anjaona. Najua ni mimi ninatafutwa, wewe hepa. Hepa. ये सच है कि मैं तुम Chimito kamwambia kwa nini maisha yangu inakuwa ngumu namna hiyo. Juu
Mimi mbali na kuhaba si nilitaka kukupata sana. Kuna gaidi nilikuwa nimekuja kutafuta pia hapo upande wa Bangkok, Thailand. Sasa akaanza kumhadithia Manzi. Akaambia Manzi kuna jangili nilikuwa natafuta hapo upande wa Bangkok, Thailand. Jangili mwenye aliweza kuua mamangu na akaua babangu. Babangu alikatwa shingo hadharani mbele yangu. Akauawa. Huyu jangili akaingia, akaupiga mamangu visu na akaua babangu. Mamangu akaenda hospitalini. Kwa sababu ya mamangu nikakubali kuwekwa ndani miaka 12. Kuchomoka nikafahamisha mamangu amekufa. So nikaona chenye tu ambacho naweza nikafanya, nikimagine mateso yote yenye nimepitia, nikaona pengine nitafuta huyu gaidi nimuue. Nikaanza kumfuata. Nikaanza kumfuata huyu gaidi. Nikaanza kumfuata huyu gaidi pole pole. Siku nenda siku rudi, nikawa namfuata huyu gaidi. Jina lake ni Matubai. Nikawa namfuata siku nenda siku rudi kwa kuua babangu. Nikapata information. Matubai अब इधर नहीं रहता. Na hii information nilipata basi nikiwa gerezani. Watu wa gereza ndio walinipatia information kuhusu Matubai. Wakanifahamisha Matubai ako Bangkok. Nimekuja Bangkok, nimemuinda. Nishajua mpaka pale ambapo anakuaga. Nikaamua kwenda kumuua. Nikaamua kumuua Matubai. Nikanunua bunduki. Mishoni ni kumuua Matubai kwa kuua mamangu na babangu. Hiyo ndio ilikuwa mishoni yangu, kumuua akufe kuna azikwe huyu Matubai. Nikakuja mpaka kwenye territory zake. Mwanzo ni mtu ambaye ako na ulinzi wa hali ya juu zaidi. Nikapata kumpata itakuwa ni vingumu. Kwa hivyo nikajua Matubai pengine umpate tu hapa basi bila shaka pale kwa virabu. Na ni rafiki yake sana Biko. Ni rafiki yake sana Biko. Kwa hivyo nikaanza kufuata Biko ili niweze kupata Matubai. Matubai kuna klabu fulani ambao wanakujaga. Kwa hivyo nikakujua pale ambapo anakujaga, nikaenda mpaka pale penyewe. Na nikamuona. Hamna lingine sasa kumuona, nikaamua kumaliza. Nikaamua kumwangamiza huyu Matubai. In revenge kifo cha babangu na mamangu. Ndio huyu Matubai, jamaa wetu akamfuata. Nikamfuata vizuri sana tena zaidi Matubai. Nataka kumuua. Nikamfuata vizuri sana tena zaidi. Nikamuandama. Matubai nikamuandama. Akiwa chini ya ulinzi mkali zaidi wa magaidi wake. Na mimi namfuata pole pole. Hadi nikampata hadharani sasa live. Nikaamua kumpiga marasasi nimalize. Kwenda kummaliza, akanispot kabla sijapuru trigger. Akaniona stara kama hiyo. Kwenda kumpiga risasi, akajificha na moja kati ya wale mamanzi wake. Kisha nikajaribu kumshambulia nimuue, lakini mabodyguard wake wakaingia. Wakaanza kumsaidia. Nang'ang'ana kumuua, lakini majangili wake wameingia wengi zaidi. Matubai kupata nafasi, alihepa. Matubai akahepa. Matubai akahepa stara kama hiyo. Mimi nikawachwa nikikabidhiana na wana magaidi wengine. Lakini mwenye nilitaka sana ni Matubai, lakini sikufaulu kumuua. Nikaua wengine stara kama hiyo, mara sasa ikaisha kwa bunduki langu na Matubai akahepa. Siwezi nikapata amani moyoni mwangu as long as Matubai yako uhai. Sasa wewe na wewe unaniambia ni hepe, ati babako ataniua. Na wewe ni kipenzi changu cha roho. Maisha gani haya? Maisha gani haya? Sijaipenda mtu venye nimekupenda. Sijawahi penda mtu design yenye nimekupenda. Na sasa unataka tuachane in the name of kuogopa babako. Lakini Manzi alimwambia ni ukweli. Babangu akijua tu tumekaa na wewe hizi siku hapa, kitakuwa kitanzi. Itakuwa noma sana. Lakini wakuwa wametulia stara kama hiyo. Picha za satellite zikareta pahali walipo. Prakash Raj alikuja na chopa na magaidi na meli na wheelbarrow
na upepo. Amekuja mpaka na upepo. Cheki. Prakash Raj amekuja mpaka na upepo shasha. Imagine umekasirika mpaka unaenda unanunua upepo unakuja nayo shasha. Amekuja mpaka na upepo. Tumaito unashindwa ni nini? Lakini ni mjingili wenye wanakuingiliana zenye wezi. Mageni wake Prakash Raj. Unakaa na mtoto wa Sonko. Unakaa na mtoto wa mdozi. Siku 3, 4, 5, 6, 7. Ai hata wewe umezidi nani? Prakash Raj ametuma majangili nako juu na chopa na kuangalia. Ramcharan. Kitanze shasha. Maskini wa Mungu. Jamaa wetu ni kuvamiwa. Atatie maisha yake mwanzo hata yeye mwenyewe hajui hawa ni akina nani. Lakini kumetuma mamasenari. Chunga sana jamaa wetu. Chunga sana. Sana. Tena zaidi. Hapa kumetumwa masenari. Pata dundi. Na yeye wachono na mwanzo. Chono na manzi. Asante sana. Chopa nalo ndilo hilo juu angani. Weka bibi chini. Prakash Raj shasha. Mtoto wangu wa heshima. Maskini jamaa wetu. Oye. Maskini jamaa wetu. Ramcharan hajui ni nini ambacho kinaendelea. Ramcharan teja. Akakuingilia sasa hapa basi Prakash Raj. Daddy waambie waachane na yeye. Waambie waachane na yeye. Huyu ni nani? Daddy waambie waachane. Huyu mtu amenisaidia. Tumekaa naye hapa siku hizo zote 7. Tumekuwa na yeye. Yeye ndiye amekuwa. Yeye ni mtu mzuri sana. Ninampenda. We ngojeni. Huyu mtu tumekuwa naye, mmekuwa na yeye siku 7 usiku na mchana. Usiku na mchana. Uwa yeye kabisa. Ikasemekana uwawe. Maskini wa Mungu. Wekelewa mgogo ya kichwa. Anawezaje kaa na mtoto wangu hizo siku zote? Kisha chopa juu. Mdozi amesema jamaa wetu auawe bila kuhurumiwa. Auawe unyama. Amalizwe kinyama. Hivi ndivyo mdozi amesema. Jamaa wetu auawe. Maskini alifanywa unyama kabisa. Alifanyiwa unyama. Manza kabebwa. Kisha wakamwacha hali mahututi. Wakamwacha wakiamini amededi. Maskini jamaa wetu Ramcharan. Wololo. Yaye. Hamna chochote ambacho Manza angeweza kufanya. Baada ya masaa 1, 2, 3, 4 wale mabishtaki walikuja kumchukua. Oye. Alikuwa hali mahututi, lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu hakudedi. Babaki na Manza amejam. Mabishtaki wake walikuja wakachomora wote upande wa nje. Kuja kuambia Manza unawezaje kuwa na kitu kama hiyo? Mtoto wa mheshimiwa. Mtoto wa tajiri. Mimi mtu tajiri namna hiyo. Angalia tumbo yangu. Hii sio uji. Hizi ni nyama za kuku na kuero ndio zimejaa kwa hii tumbo. Alafu naenda nachukuliwa na mtu kama huyo. Mtu alitoka gerezani. Anakuchukua mnakaa naye wiki mzima. Alafu naanza kuniambia tunampenda ni mtu mzuri. Mtu mzuri kitu gani? Mtu mzuri ni mtu tajiri. Akamwambia daddy sitaki kujua mambo kuhusu pesa zako. Huyo mtu aliokuwa maisha yangu. Hata akaokoa maisha yako. Nikiwa wapi? Hiyo ni plani yake, huyo ni mkora. Ndiye anatuma hao magaidi ili uone kama anakusaidia. Mtu amekuwa gerezani miaka 12. Daddy I love him. Eburudia. Daddy. Eburudia na lugha yetu. Daddy. Ama gaye unyengole. Amu esidai nyengole. Ati unasema nini? Nakwambia nampenda huyo jamaa. Haya. Unarudia na unasema tena. Akamwambia babake ninampenda huyo jamaa sana tena zaidi. Mutu. Gera. Mogoroki. Gaidi. Masikini. Unampenda. Nikiwa uhai. Ndio daddy. We. Ulizeni huyo mtu wako wapi akufe. Ulizeni kama amekufa sija kama amewacha akiwa uhai. Lazima akufe kabisa. Daddy, muue si muue, ninampenda na ni mtu mzuri. Unampenda, taona kama utapenda mtu amekufa. Wacha tuone kama mtu amekufa anapendwa. Uambia watu wa make sure wamemkatakata.
Sio ati kumuua ya kawaida, wamemkatakata na wakapatia nyama zake samaki. Ili huyu mtu aachane naye. We, ako wapi huyu? Sanjana! Sanjana! Wapi? Manzi ameshachomoka amehepa. Hii ni dawa hii. Hii sio mapenzi, hii ni dawa. Manzi alihepa na akakuja kwa jamaa wetu. Sasa baada ya masaa kadha wa kadha, jamaa wetu hapa basi akadungiwa Ramcharan Teja akapigwa mawasiliano. Akaulizwa Vavarai, unataka nini na mtoto wangu? Jamaa wetu akadai mimi nikumpenda tunampenda. Akaambiwa sikiza. Kama uko uhai kweli wewe ni mtu ambaye uko na haja ya kukaa. Lakini I want to make you a deal. Kuna kitu najua unapenda sana. Nitakupatia. Na wewe uachane na mtoto wangu kabisa. Upande wa Hong Kong, kumbe huku ndiko naye hapa basi Matubai alitorokea. Matubai. Matubai akapata habari kwa yule jamaa ako missing na amehepa na mtoto wake Prakash Raj. Kwa hivyo akatuma magaidi kwemo hapa basi Biko. Akaambia kina Biko watafute hawa watu na wawateke wote wawili nyara. Mwanzo sasa anataka kumuua. Matubai anataka kumuua jamaa wetu. Kwa hivyo Matubai alituma magaidi wake kwemo Biko wakuja mteka nyara jamaa wetu. Na akawaambia anamtaka jamaa wetu akiwa uhai. Matubai anamtaka jamaa wetu akiwa uhai. Naye Prakash Raj wali make deal na Prakash Raj. Prakash Raj amletee kitu ambacho yeye anapenda sana. Kuna kitu ambacho huyu jamaa wetu hapa basi Ramcharan Teja anapenda sana. Ataletewa but in one condition. Awachane na Manzi kabisa kabisa kabisa. That's a deal. Jamaa wetu alikubali. Mwanzo ukiona kitu kinafanya jamaa wetu kubali kumwacha Manzi, hapa basi is a very good deal. Warasikizana. Akaambiwa this is a very good deal. Wewe uachane na mtoto wangu na mimi nikupatie chenye ambacho unataka. Na akaambia Manzi. Kaambia Manzi sasa kuna kitu ambacho naletewa, kitu ambacho mimi napenda sana. Na babako atakuwa amenifanyia favor. Manzi namwambia unaweza ni exchange na kitu chochote. Akaambiwa acha nikuoneshe ni kitu gani. Kitu ambacho nakubadilishana nacho. Mwanzo hata mimi siamini nitaletewa. Hata mimi siamini nitaletewa chenye nilipromisiwa na babako. Sasa jamaa wetu anangojea aone, hata nyinyi watazamaji najua mmegojea sana muone ni mkate inatoshana aje. Chani tuone ni mkate inatoshana aje ama ni chapati. Ama ni nyama ya kuiro. Okay, toa hiyo. Ni nini hii mtazamaji? Mamake Ramcharan Teja. Mamake hakudedi ya kuhai. Jamaa wetu ni kudanganywa, alidanganywa. Mamake ako uhai. Huyu ni mtoto wangu. Akaambiwa ndio ni mtoto wako. Prakash Raj amefanya chochote ambacho anaweza fanya kufichua hii siri. Akatumia pesa mingi zaidi kufichua hii siri ili tu mtoto wake awachane na jamaa wetu. Maridadi, asante sana Pozi Kibisha. Alikuja kumkumbatia mtoto wake basi bila shaka para sara kama hiyo. Akamwambia yenyewe, nimeishi kutamani sana kukuona mtoto wangu. Nimeishi hapa basi sana kutamani niweze kukuona. Nije mtu namwambia mama, nilidanganywa nikaambiwa tulikufa na ukazikwa. Kumbe uko uhai. Kumbe uko uhai. Walifanya hivi ili kesi basi siwahi chimbuka hata siku moja. Kumbe walifanya hivi ili kesi siwahi chimbuka hata siku moja. But all in all, mama, I'm happy that you are alive now. I'm happy that you are alive now. Nina furaha sana tena zaidi ati sasa uko uhai. Nina furaha sana tena zaidi ati uko uhai this time round. Okay. Na wewe nipatie mtoto wangu. Never again nisiwahi kuona karibu na mtoto wangu. Twende wewe. Todhi. Sir. Please daddy. Sir, tafadhali. Asante kwa kuniletea mamangu, lakini usimdhurumu huyo msichana. Sio makosa yetu kupendana. Usimdhurumu. Wacha kae kwa amani. Nimekubali niwachane na yeye unipatie mamangu. Yes. Asante kwa kunipatia mamangu. Asante sana. Hata
kama nampenda Manchester gani, nimeachana na yeye kwa sababu ya mamangu. Nilifungwa miaka 12 kwa sababu ya mamangu. Na sasa tena asanti na kuinamia asanti tena zaidi. Na wachana na mpenzi wangu kwa sababu ya mamangu. Yeye tu ndiye familia niliyo nayo. Akaambia unakumbuka ule anko yako mwenye tulipatia pesa ya hospitali? Huyo alijua kila kitu. Mwanzo aliongezwa hata pesa za ziada ili hii kesi iishe. Ndio hata wakamficha hapa basi mamako ili kusiwahi kuwa na evidence yoyote. Lakini sasa nimekusaidia kupata mamako, nimetumia pesa nyingi zaidi, kwa hivyo wachana mtoto wangu, wewe nenda. Chukua mamako, wachana mtoto wangu, wewe nenda. Asante. Mwanzo nasema hapa basi uye daddy. Nampenda huyu jamaa. Kai, kijana yangu. Nimewachilia mrembo mzuri kama huyo aende juu yangu na mimi nimezeeka. Kile kamwambia mami, nakupenda sana hata kama nampenda yule manze zaidi. Wewe ni mamangu, wacha aende. After all, ako mikononi mwa babake. Ni mapenzi yetu tu itavunjika, lakini hamna chochote kibaya ambacho kitaweza kutendeka. Wacha tu waende na yeye. Lakini mtazamaji, right on time, Biko na majangili wake hapa basi bila shaka pale Matubai. Majangili wake Matubai na Biko wakakuingilia. Sasa wakaanza kuwavamia kina Ram Taranteja, wakuwa na Prakash Raj. Ram Taranteja kitanzi hapa sasa. Sana na aya makusha kitanzi kikakuja kuanguka ara zenye wezi. Sasa tazama dogo brother mpenzi mtazamaji, shasha makusha Prakash Raj kutetea na kaona ukijana ako fiti. Hapa ndipo Prakash Raj alikuja kuona jamaa wetu ako fiti, anamwekea manzi ulinzi manzi na yeye nini na mimi achenini na mimi wasi achenini na mimi chukua risasi ya mguu. Prakash Raj alipigwa risasi ya mguu. Sasa jamaa wetu kwenda kumsaidia Prakash Raj, manzi akachukuliwa. Walichukua manzi, hiyo ndio ilikuwa mishoni yao. Jamaa wetu kujaribu hapa basi kwenda kwa cheki, manzi ameenda. Mtoto wa kipekee wake Prakash Raj, na Prakash Raj amepigwa risasi ya mguu. Sasa oi iko nini? Wacha kuniita saa. Kuanzia saa hii huyo ni bibi yako. Nenda uokoe bibi yako. Sitaki hadithi, unasikia? Nenda uokoe bibi yako. Nenda ufuate bibi yako, nimekuruhusu muoe. What? We, nenda ukaokoe bibi yako. Sitaki sasa stress za maisha. Prakash Raj sasa kuona venye taabu imekuwa hapa, mpaka amemruhusu jamaa wetu. Sasa amejua akimwambia ni bibi yake, sasa jamaa wetu atatoka na wazibu. Prakash Raj akamwambia live, nenda ukaokoe bibi yako sasa. Sasa jamaa wetu mpaka amepatiwa amekuwa bibi yake na mama yake ako hapa. Sasa atatoka na wazibu. Mtanipatie manzi, munipatie wasaiya. Mtanipatie manzi. Munipatie wasaiya. La mbele yake. Usimuue, anaongea. Jamaa wetu akaambiwa sikiza, uandamane na huyo jamaa mpaka pahali nilipo kama unataka tusimuue huyu mlembo. Kama unataka tusimuue huyu mrembo, uandamane na huyo jamaa mpaka pahali nilipo. Failure to that, utapenda Kumoki Island. Kumoki Island. Hapa ndipo na hapa harina ambapo hapa bishi manzi ameletwa shasha. Jamaa wetu alikubali. Mwanzo this time round Prakash Raj amekubali na akamwambia hapa basi bila shaka pale huyo ni bibi yako. Alikuja kuletwa design kama yona kadege. Kadege ambako akona Totaro, yani degatar. Yani Degmel. Alright, asante sana, ni kandege na ni kameli bado. Degatar. Alright. Asante sana, yani Degmel. Ndege na bado ni meli. Degmel. Yani Degatar. Alright. Basement za jangili. Jangili mwenyewe ndiye huyu. Ndiye aliweza kuwa hapa basi bila shaka pale babake jamaa wetu na akamuumiza sana mamake. Matubai. Na miaka usoga haraka. Juzi tu ulikuwa kipi? Juzi tu ulikuwa kipi, sasa ni mwanaume. Kamwambia siku hizi mimi hata sio mwanaume. Mimi ni tiger, mimi ni mnyama na winda watu. Ati mnyama. Mnyama wa wapi? Sasa wewe unaweza kuwindwa ama kuwindana? Wewe ni muindanyi. Unaweza winda watu?
Nikupatie nafasi tukuwinde. Mimi ndiye simba. Na wewe ni kapusi. Wewe ni kanyau kapusi. Hauna akili. Mimi ndiye simba Malala. Kamwambia kama wewe ni simba tuwindane. Tuwindane tuone ni nani ambaye ndiye simba. Tuwindane. Alichukua bunduki. Usema witana akawekerwa ya miguu. Maskini wa Mungu. Akawekelewa marungu. Oye. Unasema lakini kumteki anamwambia I am a tiger. I hunt people. You hunt people? A hunter? Uko na hakika wewe ni simba? Akamwambia mimi ni tiger. Tiger kamwambia sawa sawa. Sitakuwa hivi hivi. Nataka kukuachilia kwa msitu. Ukifaulu kuchomoka then nitaamini wewe kweli. Wewe ni tiger. Kashika. Go. Akaambia vijana wake nataka muwinde huyu mtu na mumuue. Biko anasema hapana wacha tumuue hapa. Akaambiwa nani mdozi? Ni mimi. Nimesema aje awachiliwe na asifunguliwe mikono awindwe. Enda. Tuone utaiga wako. Hala. Niko na watu 200 hapa. Wakawachiliwa. Why? Lakini sasa ameweza kuwekwa kwa msitu awindwe kama mnyama. Maskini jamaa wetu. Kama jeshi ya kimagaidi ikawachiliwa. Makosa. Kama jeshi ya kimagaidi ikawachiliwa. Wololo yaye. Mishale. Cheki magaidi. Walalalala. Wakiwa na mishare bwana. Hii ni kama jeshi ya kutoka upande wa Kapsasur. Ndio hii kama jeshi ya kuchomoka upande wa Kapsasur. Wololo yaye. Ayayayayaya. Cheki. Kama jeshi ya kutoka upande wa Kapsasur. Wae. Kama jeshi ambayo ukitaka kuipata utaipata pale kwa video ya Dan. Ndio hii. Bash. Kama jeshi ya Kapsasur. Wakiwa wamejihamu mbaya mbovu. Wamejihamu mbaya mbovu. Jamaa wetu ndiye huyu. Imesemekana awindwe au wawe. Kidogo. Mkuki. Hawakuonekana wakachukua maposition magaidi. Jamaa wetu sasa ambacho kinawasumbua ni kamba zenye zimemfunga kwa mkono. Kamba zenye amefungwa nazo kwa mkono. Manza kupanda ravasha. Sasa hapa hamuna lingine. Ruka design kama hiyo kisha la jangili wa kwanza rusha. Akakata kamba. Bash. Kuja kibande hii. Sasa kamba mikono nimefungua. Nimefunga kamba mikono. Jungeda. Kumalizwa. Kama ujue. Kumalizwa. Lele jamaa wetu sasa amekasirika. Kioko modhokoi. Kumalizwa. Lele. Jamaa wetu wataki mchezo fast akafungulia manze. Sasa tuwahepe shasha. Position. Duncan Kunyamba aliwekwa kisu katikati mwa shingo stara kama hiyo. Duncan Kunyamba. Haya. Duncan Kunyamba ni wewe. Oi. Biko. Huyu mtu sio venye tunafikiria. Huyu mtu ni mdedri. Sasa ni wakati ambapo hapa basi Matubai ameanza kuona mambo sio mazuri sasa Matubai. Bado atumie wale magaidi wake. Kama jeshi ya Kapsasur. Kapo. Jamaa wetu akachukua kitambaa akajifunika stara kama hiyo. Nikiwa nimepatiwa bibi mcheze na mimi. Charanteja. Wasee. If you are looking for a war, I'm gonna give you a war you'll never forget. Kama mnataka vita, wasini tuwafanyia kitendo ambacho hamtawahi sahau. Jamaa wetu kwanza akawarushia nyuki. Cheki maneno. Imagine mtu anatupiga paka na nyuki. Aliwarushia nyuki. Kisha akakuja na moshi. Moto, iliwa sasa nyuki huaga basi hazifuati, zinaogopa sana moshi. Nyuki shasha. Akakuja na nyuki hapa basi bila shaka pale nyuki zinapotea. Kisha akachukua pikipiki. Akamuita Matubai. Wacha ujinga. Ndiye huyo mimi. Huyu mtu.
nani kuna pikipiki shisha. Kama ni mimi mnataka nifuateni, ndio anataka kuwa divert ili waachane na manzi, wamfuate yeye peke yake shisha. Why wamfuate yeye peke yake? Ramcharanteja, asante sana Ramcharanteja, maridadi pose kibisha. Ramcharanteja jaribu kumshambulia lakini geuka kisha, asante sana maridadi pose kibisha. Geuka kisha chukua bunduki, nyeshia marasasi. Asante sana maridadi. Udengo za majangili stara kama hiyo. Wazee kwani mnaenda wapi? Asante sana. Mbele yake akajua kwanza hili jeep ni kulilipua. Cheki disani wachilia pikipiki kwa amefungulia tanki la petroli. Gonga dinga jeep puka. Aishtagli kama hiyo shasha. Maridadi. Asante sana. Anataka sasa huyu mdozi Matubai. Matubai. Wewe ndiye ninataka Matubai. Oh yeyai. Martin Momero akanyogwa Momero. Martin Momero nyogwa Momero kumalizwa. Martin, haya. Nini? Kamjesha kabisa suru oye. Wacha waone venye mwenzao amefanyiwa. Dungwa mshale. Rusha mikuki. Wapi? Sisi ni wanoma jo. Kabisa suru oye. Kujeni. Akachukua kitu ya kujikinga. Munakuta nani? Kamjesh ya Kapsasur. You are gonna kuinamia. Ramcharanteja. Ramcharanteja. Kuja gebande. Dungwa kumalizwa. Joa the Fumai. Oi, wewe unafanya kazi gani? Mimi nakamuaga paka. Tunakamua paka. Si ndio? Unapeleka wapi maziwa ya paka? Nakamuaga na kunywa. Hey. Unafanya kazi ya kukamua paka haya. Hutaikamua tena. Kumbe manza alionekana na jangili moja. Wewe na unafanya kazi gani? Mimi nachinjaga siafu. Unachinja siafu ya nini? Ili tu nione nimechinja kitu. Okay, usiwahi chinja siafu tena. Manzi bado anafuatwa. Mbele yake Biko. Biko ameishi kutamani kumripu huyu manzi. Biko sasa venye alifanyiwa. Kwanza wekwa kando kisha kumalizwa. Biko kisu daga tungwa ya mguu kisha akanyongwa kimadharau na mizizi. Kisha akarushwa disaini kama hiyo. Mdozi alisikia ndio huyo mimi. Haya. Biko umekufa, si ndio? Si unifuata. Ai wewe, kwani wanaua watu na wanaiba? Biko, umeuawa na unaibiwa. Biko, umeuawa na unaibiwa. Kwani sasa wanakupeleka wapi? Mbele yake Charan akuwa amejifanya matope. Uko wapi wewe? Akaona matope imekuwa na macho. Matope iko na macho. Haya. Matope iko na macho kwetu ni bali Hamsa Kebera. Jamaa wetu amejipaka matope. Bash. You killed my father. Now it's payback time. Leleka. Hepa ni kuwinde. Tuchi. Come on. Kade. Hepa ni kuwinde. Hepa. Dole. You bloody Hamsa Kebe akachomoka nyau. Cheki manino. Chomoka unyoya stara kama hiyo shisha. Elele ya ye. Chomoka mbio shisha. Jamaa wetu anakuja mbio. Unahepa. Wekwa kwa maji stara kama hiyo. Kisu kando. You killed my father. You wounded my mother. You imprisoned me. Ukafanya nikae gerezani miaka 12. Wewe kichwa. Kidewa madondi kafu tena kimadharau. Magoti roging na maru. Jamaa wetu hataki mchezo. Inaitwa Sweet Revenge kisha speed kama lile kamba lake lile daga lake sura kama hiyo. Asante sana upande wa chini. Unakumbuka venye aliua babangu? Ukashika yeye mkono. Ukauma daga
ukamfunga mkono stara kama hiyo babangu na ukamvunja mkono. Hivyo ndivyo alifanya babangu. Kisha ukamfunga mikono upande wa nyuma. Hivyo ndivyo alifanyia babangu. Kisha ukachukua kisu ukaanza kumtisha design kama hiyo. Hivyo ndivyo alifanyia babangu. Kisha ukamchinja shingo kama kondoo. Vivyo hivyo ndivyo hata mimi nakufanyia. Ukamchinja shingo pole pole tu. Gai woye, kata tu mara moja nikufe. Ile uchungu mtu anasikia. Uchungu ni chungu sana. Yummy. Hivyo ndivyo babangu alisikia. Ya duniani hulipiwa papa hapa. Duniani bado. Katua shingo kumalizwa. Yeah. Ya duniani Matubai huwa yalipiwa papa hapa duniani. Ya dunia ulipiwa papa hapa duniani. Kwa hivyo ukitenda kitu mbaya, ujue pia na wewe one day one time utakuja kutendewa vivyo hivyo. Kwa hivyo kama venye Biblia inasema basi tenda mema na uende zako. Wacha kutenda maovu, mwanzo ukitenda maovu utalipia papa hapa duniani. Jamaa wetu aliweza kumpata hapa basi mwanzo aliweza kuambiwa vizuri huyu ni bibi yake. Kwa hivyo alimchukua mara moja, kumwambia sasa babako amenipatia bibi na magaidi wamewacha ndege. Sasa niko na ndege na niko na bibi na niko na mamangu. Kwa na maana baishi na jamaa wetu Ramcharan Teja amepata bibi, ndege na akapata mamake. Kwa na maana baishi na mission yake ni accomplished. Akubishi ameaccomplish mission yake. Hapa baishi na Mark Check naona na picha reto Cherotma mwisho. Akubishi ni wa command selector, top ranking DJ, ranking Afro Amigos, the Indian Guru. Picha reto Cherota mwisho. Cherota mwisho.